sababu kuna makosa mengi tumefanya katika mwili wa Kristo. Mwambie Mungu akusamehe mchana wa leo, ili akapate nafasi katika roho yako. Asante Bwana wa majeshi, naomba Mungu akapate kunisamehe kwa makosa ya kuwaza na ya kunena. Nisamehe Bwana mchana wa leo, kwa maana neno lako litakapokuwa likipita kwangu, usije ukanipita Bwana. Naomba msamaha wako Jehova, kwa maana pasipo kusamehewa na wewe hatuwezi tukakupendeza Mungu. Nisamehe Mungu wangu mchana wa leo, ili nikakubalike mbele zako. Asante Bwana wa majeshi, nakusifu Yesu, nakuabudu Yesu. Jina la Yesu, unapomaliza kuombea msamaha, ombea jamii zetu, watoto wetu waweke mikononi mwa Mungu, ukaweze kuomba ili Mungu akaweze kutenda jambo katika watoto wetu. Wengi wamechukuliwa mateka, wameingia kwa mihadarati, wameingia kukula miraha, wameingia kwa mandawa ya kujichaja, wameingia kwa vitu tofauti. Nasua watoto wetu mchana wa leo. Mwambie Mungu, kwa sababu yako na uwezo wa kuweza kunasua watoto wetu kwenye ile giza totoro yenye wameingia ndani, na Mungu wetu anaenda kuwarejesha. Mwambie Mungu akasaidie watoto wetu katika jina la Yesu. Mungu, tunaomba kwa sababu ya jamii zetu. Tunaomba jamii zetu, mfalme wa ajabu. Tunajua mfalme, hatukufanya vizuri kwenye jamii zetu. Tumekutenda dhambi ya kurudishiana maneno. Bwana wa majeshi, tuko mbele ya uwepo wako kama kanisa. Tunaomba msamaha kwako Jehova, lolote ambalo limekuwa sababu ya kufanya watoto wetu wawe vichwa ngumu. Baba, tunaomba ukasamehe watoto wetu. Tunaomba Bwana ukawanasue kwa kila ngenge ambao wameingia. Wengine wameingia free mansion. Mfalme wa ajabu, kama kanisa mchana wa leo tunaliitia jina lako, tunawanasua kule waliko kwa jina la Yesu Kristo. Tunanena mfalme wa ajabu, ukawafuatilie mahali popote walipo, ukawalete katika nyumba yako. Wengine wameingia kwenye mandawa ya kulevya. Baba, mchana wa leo tunakausha hiyo kiu. Mwambie Mungu akaushe kiu walionayo katika koo zao kwa jina la Yesu. Akaondoe kiu ya mihadarati na mandawa za kulevya, akaingize neno lake. Wacha wakawe na kiu ya neno la Mungu, na kwa sababu yote yanawezekana kwa Mungu. Mwambie Mungu na ataweza. Asante kwa sababu ya watoto wetu. Mungu, waondolee kiu ya kulevya, ukaweke kiu ya neno lako katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba. Kama Bwana ulitubandilisha kutokana na mambo maovu tulitenda, uko na uwezo wa kuwabandilisha wale wengine waliosalia huko na kuwaleta katika nyumba yako katika jina la Yesu. Bwana, ni asante kwa ajili ya wanarika mahali popote walipo. Kizazi hiki ni kizazi kimepotoka, lakini tunapokuomba wewe Mungu unawarejesha katika jina la Yesu. Asante Bwana wa majeshi, kwa maana Yesu umetenda. Nataka uambie Mungu mchana wa leo, kwa ibada ya siku ya leo, kile ambacho ungependa Mungu akutendee. Wakati mtumishi wa Mungu anapopanda kwenye madhabahu haya, Mungu ataenda kukutana na hoja ya moyo wako. Ili neno la Mungu likapate makao ndani mwetu, ni lazima tukajitakase, tukaambie Mungu akapate mwanya katika roho zetu, akapate makao katika roho zetu. Asante Bwana wa majeshi, niko hapa Mungu kupokea kutoka kwako, lakini bila wewe Bwana siwezi chochote. Na kualika Roho wa Mungu ukapate kunitawala, ukaniongoze mfalme.
ukaniwezeshe Jehova nikawe msikiaji na mtendaji wa neno lako, ili mtumishi wako anapokuja kuleta neno ambao umeweka ndani ya moyo wake likapate makao ndani ya roho yangu, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Baba. Nataka uchukue nafasi hii ukamwombea mtumishi wa Mungu, ili Mungu akaweza kumtumia kwa njia iliyo kuu. Na ninajua kwa maombi yako na kwa maombi yangu na ya kila mtu, Mungu anaenda kumtumia kwa njia iliyo kuu. Mpeleke mbele za Bwana, na Mungu anaenda kutenda jambo jipya katika maisha yake. Asante Baba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Jehova Mungu, tuko hapa chini yake na tunaomba Jehova ukamuinue kwa njia iliyo kuu. Mtembelee Bwana. Tunajua wakati mwingine kama mwanadamu anaweza kuchoka, lakini panapokuwa na nguvu zako, Mungu anaenda kuinuliwa na wewe. Mpake mafuta zaidi, ili Jehova kaweze kuhudumia mataifa kwa jina la Yesu Kristo. Najua umemleta hapa na makusudio lako. Wacha kusudi lako Bwana likatendeke katika mji huu kwa jina la Yesu Kristo. Mahali hapa itatoka chemichemi ya uzima, itatoka chemichemi ya uponyaji, itatoka chemichemi ya baraka. Kila mmoja hapa anaenda kupokea muujiza wake kwa jina la Yesu Kristo. Mtumishi wako atakapoachilia neno la kinabii kwetu, tunaenda kubadilishwa na wewe katika jina la Yesu. Asante Bwana wa majeshi, kwa maana Yesu unaweza, unastahili utukufu. Pokea sifa na shukrani. Shikana na mwenzako mkono, muangaliane, mshikane mkono. Shikana mkono. Mami, toka hapo. Enda pale. Kijana yangu njoo hapa. Enda pale wewe. Enda pale. Nimesema watu wasishikane, watu wawili wamezoeana. Mami, toka hapo, enda pale. Kama unajua umeshika mkono rafiki yako, toka
kushikanwa na yeye. Tafuta ule mtu mgeni kwako. Tafuta mtu mgeni kwako. Praise and worship. Tafuta mtu mgeni kwako. Unashikana mikono yote miwili. Nataka tuombeane. Kile Roho wa Mungu atakuwezesha. Kile Mungu atakuwezesha kutamka kwa huyo mpenzi. Ombea huyo mwenzako na Mungu anaenda kutenda muujiza wa ajabu. Na kama kuna mtu alibaki peke yake, naweza kushikana naye. Tabiria huyo mtu na ninajua inaenda kufanyika kwa jina la Yesu. Tuko na nusu saa. Hakuna kunyamaza. Enda nusu saa ukiombea mwenzako. Sawa sawa. Ni nani ana mtu? Mimi natafuta mtu. Njoo tutafutane huko. Hakuna wimbo sasa, enda mbele za Mungu, Roho wa Mungu atakapokuelekeza. Ombea huyo mwenzako.
Shangwe, 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 shangwe. Mwambie Farao nimeokoka, asitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, asitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, asitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, asitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, asitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Now who has the final say? Jehovah has the final say. I know who has the final say. Jehovah has the final say. I know who has the final say. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way when there seems no way. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way when Has the final cure. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way when there seems no way. Jehovah has the final say. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia
nani? tunamwinua Yesu, Tunamwimbia nani? tunamwimbia Yesu, Tunarudia nani? tunarudia Yesu, Tunarudia nani? tunarudia Yesu, Tunarudia nani? tunarudia Yesu. Shangwe na vigelegele tafadhali. Na waomba tuketi. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Nafikiri umeona tumezima vyombo ukashangaa ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna complaints zimetoka area zile zingine, ambapo hiyo ni roho ambao tuombe kinyume na. Kwa sababu ukija the other side when you start kukaa ukiwa hivi unasikia wimbo ulio juu sana. Sasa yetu imetengenana huko juu. So usistuke, Mungu ni mwema. Inawezekana. Kwa hivyo ningependa nimlete mchungaji aweze kuzungumzia kidogo tunapoendelea kungojea apostol aingie. Muda sio mrefu anaenda kufika. Kwa hivyo tupigie Yesu makofi tunapomleta mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Amen. Because hakuna music na hakuna vyombo, naweza ongeza tu ka sauti yangu. As long as hakuna music. Amen. Bwana asifiwe. Alafu imeninyonga sana balance. Kama uko na kiti mbele yako haijakaliwa, tafadhali usonge mbele. We be together. Hallelujah. Amen. Mambo ya COVID ilisha. Bwana asifiwe tu. Let's come together in Jesus name. Amen. And as you do that once again, once karibisa mtu mara tena in Jesus name. Let me see how many are here for the first time with us. If you are here for the first time, wow. Great. Amen. Can you please raise up your hand again? We want to appreciate you. We want to notice your presence. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Thank you for coming. All this is being done for you and for us in Jesus' name. Maybe if you're okay by letting us know your name, if you're okay with that, it's good. Hallelujah. So that as we continue, we may not be strangers anymore in Jesus' name. That is if you're okay. Unajua kuna watu they don't, but if you're okay to stand and just let us know your name and maybe where you come from, it's okay in Jesus' name. Somebody give them the mic. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Majina yangu ni Samuel Bala. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na natoka mtaa wa Kawangware, Nairobi. Leo nilikuwa natembea Nairobi kwa shughuli fulani na nikavutiwa nikuje nishiriki na nyinyi kwa wakati huu. Lakini nashiriki katika kanisa la ASEM kule Kawangware. Asanteni. Hallelujah. Amen. Thank you, sir. Thank you for coming. Hallelujah. Amen. Kwa majina ni Maina Francis. Yesu ni Bwana. Na sikuja peke yangu, kuja na mke wangu. Asimame. And we are blessed to be here, happy to be here. Ever fade in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Na mimi naitwa Bishop Joel. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen.
Nimetoka kule Dadora. Niko na huduma huko. Amen. 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 Barikiweni. Amen. To appreciate Askofu, it's a honor to have a bishop in the house. Hallelujah. Yeah, it's good to recognize them and to honor them. It's good to give honor or respect where it is due. Bwana asifiwe. Amen. Tumesemaje kwa sababu ya wageni? Tumesemaje kwa sababu ya kuna mwingine? Okay, thank you. Welcome ma'am. Habari zenu? Nzuri sana. Mimi naitwa Grace. Nimetoka Kangema. Oh. Yes. Amen. Nimetoka Kangema. Yesterday tulikuwa na watu wengine pia kutoka Kangema. Something is happening in Kangema. Hallelujah. In Jesus name. Praise Jesus. Kwa majina naitwa Esther. Kimaliza, I also say something about Amen. Hallelujah. Hey. Praise the Lord. Amen. I'm called Nyambura from Karen. Amen. From Karen. Amen. Bwana, I have one wife. Bwana asifiwe. Hallelujah. May God bless you all for coming in Jesus' name. Amen. And I have said many times, the might and the will of God is in the word of God. Bwana asifiwe. Lakini tunataka tuangalie leo ni kitu moja on the positive side, because even the power of blessing, the power of cursing, hallelujah, the power of releasing blessing, the power of biting blessings, all these things. The creative of the tongue. Bwana asifiwe sana. You know, if we know how to seek blessings the right way, we shall get blessings. Bwana asifiwe sana. I want just to highlight another example, then you go to the scripture. Look at when Isaac wanted now to bless. Hallelujah. You remember there was a time when the son of Abraham Isaac akafika siku zake za mwisho na akataka kubariki mwanae. Hallelujah. Alimwambia namna gani? Alimwambia enda unijijie nile ndio nikubariki. Bwana asifiwe. Na ile baraka aliachilia ni maneno alinena, hata kama alifanyiwa scam. Unajua mambo ya scams na hii mambo ya nini haijaanza. Jacob did what he did. However, Bwana asifiwe, the father released the blessing to Jacob. And because he had already, hata kama alitapeliwa, akanena maneno ya baraka kwa Yakobo. Maandiko yanasema ya kwamba Esau aliporudi, Bwana asifiwe sana, akakuta tayari baba amenena. Maandiko yanasema ya kwamba akalia sana. Hallelujah. Na ukumbuke kwamba tunanena. Bwana asifiwe. Na many times naweza omba mtu mmoja aweze kufungua in the book of Deuteronomy 33 from verse number 6. Tukaone hata maandiko yanasema kwamba hata hivi ndivyo Musa mtumishi wangu alivyobariki wana wa Israeli. So that from today we may be careful even the way we use our tongues. Bwana asifiwe sana. Deuteronomy, somebody read Deuteronomy 33 from verse number 5 or 6. Somebody read. Mtu mmoja asomee. Amen. One mic please. Ndio hiyo. Deuteronomy 33 ama kumbukumbu ya Torati na Kiswahili. Mstari wa ngapi? Yes, that from verse number 5 or 6. Takwambia ni wapi? Akawa mfalme katika Yeshuruni. Walipokutana wakuu wa watu. Is that Deuteronomy 33? Yes. Amen. Bwana asifiwe sana. I'm looking for one that says this is how God, this is how Moses, the servant of God. Bwana asifiwe sana. As I confirm that, Bwana asifiwe sana.
I want us to read one scripture here. Ile scripture nataka tusome, Bwana Yesu asifiwe sana. I want us to read in the book of Matthew 9, 27 to 29. Matthew 9. In Jesus' mighty name. We shall look at several scriptures that confirms the same. But the first one I want us to look into is Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. And then we shall look at Matthew. Proverbs 18:21. The Bible says, death and life are in the power of the tongue, and those that love it will eat its fruit. Let me read again. Death and life are in the power of the tongue. Hallelujah. Ya kwamba kifo na hata mauti, Bwana sifiwe, Amen. including blessings and curses, hallelujah, are in the power of the tongue. Na naendelea kuandika ya kwamba and those who love it, hallelujah, will eat its fruit. So there is the fruits of the tongue, whether positive or negative. Bwana asifiwe sana. In Matthew 9, hallelujah. In Matthew 9, my sister from Rigil kindly read for us Matthew 9, 27 to 29. Matthew 9, 27 to 29. I'm reading from NIV version. As Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." When he had gone indoors, the blind man came to him and asked them, "Do you believe that I am able to do this?" Yes, Lord, they replied. Bwana Yesu asifiwe sana. And then the Lord touched their eyes, saying, not this word, but you can sit down. Hallelujah. Now this is Jesus confirming something. That even Jesus, whatever he released, even if it is healing, he had to speak the miracle. He had to activate the miracle or the blessing or the healing, whatever it was, by speaking it with his mouth. Hallelujah. Let me come to this part of the scripture. Hallelujah. This is a blind man who followed Jesus, crying out, "Son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me." Hallelujah. And Jesus said, "Do you believe that I am able to do this?" And this one brings us back to what we are studying yesterday. Hallelujah. That God responds to a confessed faith. Ya kwamba ile imani imeneno na urimi ndio hutenda kazi. Sasa Yesu katika hii story ikabidi aulize huyu jamaa ndio akonfess kwa kinywa chake, akamuuliza, "Do you believe that I am able to do this?" And the man said yes. Hallelujah. So he used his tongue to release positive faith. And the Bible says, hallelujah, he said yes, Lord. Then he touched their eyes, saying, look here. Kwanza wakanena na urimi ya kwamba wanaamini Yesu anaweza. Hallelujah. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Yesu akawaguza na akaongea. Hallelujah. Mwandishi wa maandiko at the expression of the Holy Spirit ametumia these two statements. He laid his heart on them. Hajatia hapo, and he said. Bwana asifiwe. And he said. What did he say? According to the Bible, according to the word, hallelujah, according to your faith, let it be done to you. Anybody, even those that were healed, they must have confessed. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. So what I'm trying to say today, Bwana asifiwe sana, is there is power in our tongue. Hallelujah. What is God saying?
God is saying, we have the power to release blessings in our life. We have the power to release curses in our life. We have the power to curse our children, to bless our children, to bless our marriages, to curse our marriages, to bless our blessings, to curse them. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. As we have seen, Bwana asifiwe, Jesus told them as their faith. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. There is one thing that God is saying. Bwana asifiwe. God is saying, and he's not saying this thing about anybody. He's saying this thing to his people. In Hosea 4:6, the Bible says, and my people, hallelujah, my people, not just any other person, but my people are destroyed for lack of knowledge. Hallelujah. This is one truth that the people of God, this is one truth that we the believers miss. Hallelujah. That it is only our tongue. It is only our tongue that can even stop God's blessing. Hallelujah. It is only our tongue that can also turn aloud negative words that are spoken in our life. In Jesus' name. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe sana. I want us to look at another scripture, and then I'll highlight a few things in the mighty name of Jesus. I want you to see one scripture in the book of Numbers 14, 27 to 28. Numbers 14, 27 to 28. Bwana asifiwe sana. How long shall I bear? This was God complaining against the children of Israel because they hindered their blessings by their own words. They hindered their breakthrough by their own words. It is by their own words that even prolonged their stay in the wilderness than God had intended. Listen to God complaining about them. Listen to what God is saying in the book of Numbers. Anasema, how long shall I bear with this evil congregation who complain against me? Hallelujah. I have heard the complaints which the children of Israel make against me. Say to them. Now this is God telling Moses. Hallelujah. God is having a discussion with Moses. You see, anytime God wanted to access the Israelites, then Moses was the mediator. Moses was the intermediary. Any information God wanted to give, he had to use Moses. So anytime Moses, kila wakati Musa pia alikuwa anataka habari zozote ama jambo lolote wana wa Israeli, alikuwa anaenda kwa Mungu anazungumza. Bwana asifiwe sana. Sikia vile Mungu anasema hapa. Mungu anasema ya kwamba nitavumilia kizazi hiki cha kulalamika mpaka lini? And it's not a wonder watu wengi sasa tumejipata tuko katika kizazi cha kulalamika. Hallelujah. Hata angalia katika nchi yetu. Watu wengi sahi wakiongea, yes, I don't dispute. There are challenges. The economy is bad. Hallelujah. But most of the words we speak words of complaining. Again vile anasema, hallelujah. For how long shall I be with this congregation who complain against me? I have heard the complaints which the Israelites made against me. So say to them, sasa ni Musa anatumwa na Mungu awaambie, say to them, as I live, hallelujah, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do. Enda waambie, sababu ni watu wa kulalamika. Kama vile wamesema wao. Sikia hapa. Nitawaambia nini walikuwa wamesema. Kama vile walisema wao, hivyo ndivyo nitakapofanya. Bwana asifiwe. What had they said? Hizi ni zile siku walikuwa wanalalamika na Musa, wanamwambia, kwa nini ulitutoa Misri, mahali ambapo tulikuwa tunakula marenge, utulete tukufe jangwani?
Bwana asifiwe sana. Had God said ya kwamba, askofu, maybe you can bear with me, had God said ya kwamba amewatoa Misri waende wakakufe jangwani, Mungu hakuwa amewaambia hivyo. Mungu alikuwa amesema ya kwamba go and tell Pharaoh, let my people go that they may go and worship me in the wilderness. Our mouths are supposed to be a mouth of worshiping God, not complaining. Wanauliza Musa, kwa nini ulitutoa mahali tulikuwa tunakula nyama? Kwa nini ulitutoa mahali tulikuwa tunakula marege tukuje tukufe jangwani? Na wakati wanasema kukufa, nobody had died at this time. Hallelujah. Na Mungu akasema kwa sababu wamelalamika, kwa sababu wamejiprofesaia death, hivyo ndivyo watakapopata. And after this, hicho ndicho maafa ya kwanza yalitokea jangwani, wakati Mungu alipasua ardhi, 23,000 wakakufa on a single day. Ngai yake madhika na datani ya masakaya. Hallelujah. Because they prophesy death. Mungu anasema ya kwamba kama vile wamelalamika, kama vile wamesema, haleluya, ya kwamba umetuleta tufe, hicho kifo wamesema, haleluya, watapokea. Kwa hivyo wakatumia ulimi wao kuleta power ya kifo, haleluya. The Bible says the tongue has power of life and death. So when your tongue confess death, the death is released, haleluya. When you confess healing, healing is released. When you confess blessings, blessings are released. This is God saying ya kwamba kama vile wao wamesema, kuna mambo mengine tunasema na si Mungu amesema. Bwana asifiwe. How many of you know that hakuna kitu negative Mungu amesema kwetu? Amen. Maandiko yanasema in the book of Isaiah, go and tell the righteous it is well. Go and tell the righteous it is well. Bwana asifiwe sana. Wale tumekaribiana nao wanajua. Hata mimi tukikutana lazima nikwambie it's well my brother. It's well. That's the declaration of the mouth of God. Hallelujah. Maandiko yanasema it is. God never speaks negative. Hallelujah. You do not speak negative even if you are sick. According to God, according to the word of God. Hallelujah. Never say you are sick. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba and let the sick say they are healed. Hallelujah. Let the weak say they are strong. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Tell your neighbor you are a product of the words you speak about yourself and others have spoken about you. Bwana asifiwe. I say Bwana asifiwe. One day Yesu akapatia wanafunzi mtihani. Akapatia nini? Mtihani. Akawauliza, who do people say I am? Amen. Nataka tuone kuna tofauti ilitokea kati ya hawa wanafunzi wote walipoongea. Who do people say I am? Wengine wakasema, wengine wanasema sijui wewe ni mmoja wa nabii walio zamani, ukasema ni Elijah. Akauliza sawa, hao ni wao. Hao ni nyinyi. Hallelujah. Ambao nakanya ninyi. Who do you say I am? Bwana asifiwe. Peter akasemaje? You are wewe ndiye mwana wa Mungu aliye juu. Haleluya. Hata wewe usemi wako umetokana na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu ya usemi wako kuconfess ya kwamba mimi ni Bwana. Haleluya. On your revelation, on your spoken words, I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kutokana na story tumesoma ya Musa. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa ametuma Musa akawakoboe katika utumwa waliokuwa wako katika Misri. God had not planned anything whatsoever to kill them in the wilderness. It was not at all
in the will of God. Hallelujah. Can I tell you something today? The heart of God is so holy that it cannot authorize any evil. Mkono wa Mungu ni mtakatifu ya kwamba hauwezi tenda maovu yote. Unaweza uliza kwa nini maovu yanatupata? Kwa sababu tunafungulia maovu milango. Bwana asifiwe. Tunafungulia maovu milango. God did not have any intention of... By the way, let me tell you. Hallelujah. Bwana asifiwe. God has never authorized any evil. Hata kama maovu yalitokea, hata kama maana Musa ya kwamba kama vile walinena kile wamesema wakatakipokea. Hallelujah. Moses was sent to set the people free, not to take them to the wilderness to kill them. Hallelujah. So saying that you brought us here so that we may die. Those are not words of Moses. Those was their own words. Those were not words of God. Those were their own words. And because the Bible says, hallelujah, them that love the tongue shall eat the fruits. Hallelujah. They spoke death upon themselves and they ate the fruit of their own words. Mwenzako, si labda kuna matunda unakulia ndani ya ulimi wako. Muuliza hivyo, si labda, hebu angalia mwenzako umuulize, si labda kuna maba unakulia na ni matunda ya ulimi wako. Bwana asifiwe sana. The same Bible says, and you shall declare a thing and it shall come to pass. Do you know so many people today have killed their marriages? Do you know so many people today have closed their businesses? Do you know so many people today wameruhusa watoto kwa setani kwa kuita majina? Bwana asifiwe. Sijui kama mimi mlilelewa katika mazingira ambapo wazazi wetu hawakujuana na Mungu. They could call us any name. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Wakapo walikaa katika mazingira mpaka wazazi walikuwa wanaita mtoto ng'ombe. We ng'ombe hii. We puda hii. Hallelujah. Na unajua sasa chochote kilicho ulimwenguni kimenenwa na pumzi, kimetokea na maneno. Hallelujah. Jana tukasema ya kwamba we are gods. The same creative power. Hallelujah. The same creative power that God has given us. That is when God says we are created in the image of God. It is not the physical body. Hallelujah. It is the spiritual attributes and power of creating with our tongue. Bwana sana. Sijui askofu kama kwani kulikuwa na wazee wale wa zamani wakiona mtoto si mwerevu, mamwiraga ulitete utanyukwa. Bwana asifiwe. Yani wewe ni mbavu kama mama yako, acha niseme sababu yako. Whatever you call your child is will become. Wamwita ng'ombe, hakikisha kiko igana ng'ombe, daga kila mesiri ya ng'ombe. Bwana asifiwe. I say Bwana asifiwe. I say Bwana asifiwe. Hallelujah. Let's look at another story in the Bible. Hata wale walifika the promised land na wale walikufia jangwani ni wao walijiachilia, sio Mungu. Be careful what you speak. Be careful what you say. The moment you speak defeat, already umeiachilia. The moment you speak overcoming, umeiachilia. Tuangalie maandiko mengine in the book of Numbers. In the book of Numbers 13:33. This is when they were sent to spy the land. The same people, amen, so the same land, but what they spoke differently. Numbers 13:33.
Let us just start there because of time. Tuanze tu hapo tusome yote. Hallelujah. There, this is what they say. There we saw giants, and we were like grasshoppers in our own sight. And so we were, that is emphasis added. So, and as they saw, so they became grasshoppers. Wakasema ya kwamba, hallelujah. And wale watu walitubu wakapereze mji. Amen. 12, so 10 verses 2. The 10. Bwana sifiwe. Walienda wakasema, sawa, tumeona mji. Tumeona? It's fertile, yes. Hallelujah. Hata kuna zile matunda. Lakini hiyo nchi iko na majitu. Na tulipojiangalia sisi, sio wewe Mungu. Tulipojiona sisi, tulijiona kama grasshoppers before their eyes. Twero la tuonire tuhana dahi. Dahi dekiumaga nyeki nene kuagira okou. Hallelujah. Magapo anajua grasshopper. Does it come out of the grass? Sinakufia tu kwa nyasi. Wakasema sisi tulipojiangalia tulijiona kama pazi. Therefore we cannot make it. Hatuwezi kuteka mji, hatuwezi kupokea. Story yao ilishia hapo, hawakuvuka. Lakini wale wengine wawili, Bwana asifiwe, wakaenda wakaona the same land. Do you know the Bible says, as a man thinketh, so he is. Hallelujah. How many see themselves overcomers? So you are. Kwanza walijifunga vizuri sana na maneno. Walisema tulipojiangalia sisi, tukajiona mbele yao, sisi ni kama. Sisi ni, nataka uone mtu ambaye anasimama na ako na futi 5 point something kama mimi. Nikijiangalia ati nimejiona ni kama bazi. Their story ended there. Wale wengine wakasema ya kwamba tulienda tukaona hiyo nchi iko sawa na hata iko na majitu, lakini hallelujah, lakini hallelujah, we can conquer. Hallelujah. Na hata wakakuja na some of the pomegranates za hiyo land. Ile ambao wengine wamesema hawezi, wengine wamekuja na matunda na wameiona na wakakuja nayo. Biblia inasema ya kwamba ukisoma zaidi, wale ambao walileta hiyo negative report, maandiko yanasema ya kwamba wakafanya wana Israeli wote waogope. Am I speaking to somebody? Tell your neighbor the creative power of the tongue. Walipojiona, that was the end of their story. Hallelujah. The reason that the giants had power, that's the 10 spies looked at the size. The same power walioona ikawamaliza wakazidi kuvuka. Bwana asifiwe sana. This is a common trick of the enemy today. Seeing situations that are hard. Amen. Seeing situations that can never came. See diseases that you can never survive. Bwana asifiwe. And then, to make the matter worse, when you speak it with your mouth, you activate it to come. Bwana asifiwe. I want us to look at another example about Jesus again. Matthew 14. Matthew 14, 26 to 31. Bwana asifiwe. I want to see what you speak about your tongue. We will release your breakthrough. We will open your door or close it forever. Now, Matthew 14, 26 to 31. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear, but immediately Jesus spoke to them, saying,
be of good cheer. It is I, Ed. Do not be afraid. And Peter answered to him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and began to sink. Hallelujah. Crying, saying, Lord, save me. Bwana asifiwe. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, you of little faith, why did you doubt? Blessed be the name of the Lord. What doubting does, it creates a spirit of fear. And the spirit of fear now makes you speak. The spirit of fear makes you confess. Hallelujah. When Peter was told to Jesus, this is when Jesus was walking on the water, and the Bible says, wakamwangalia wakaona kama ni ghost. Look at the faith of Peter. When it was positive, Bwana sana, even confessing that if it is the Lord, tell me to come. When he was saying he be told to go to Jesus, he was believing he can. Bwana asifiwe. Sijui kama unaona hiyo kitu. Alipoambia Yesu, kama ni wewe niambie nije. Akisema hivi na akasema anaweza enda. Haleluya. Na akamini. Akaanza kutembea juu ya maji. Akaanza kutembea juu ya maji. Akaanza kutembea juu ya maji. Lakini akiwa katikati from the mahali alianza na mahali Yesu wako, Maandiko anasema ya kwamba kukatokea upepo. Akaanza kuogopa. Alipoanza kuogopa, he cried out in fear. Bwana siwe sana. Na hapo akaanza kusink. What does this mean? Bwana siwe sana. You have started a business and it has started moving well. But for 2 or 3 days, you start seeing, it appears, this business of mine is going down. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The moment you release it with your mouth and you allow fear to make your mouth speak defeat. Unanipata? Wakati unakubatia roho wa uoga. Na unakubali hiyo roho ifanye kinywa chako kiongee kushindwa, unaanza kushindwa hapo. Maandiko yanasemaje? Hallelujah. You have not been given a spirit of fear, but a spirit of boldness and love and sound mind. Can I tell you something today? Hallelujah. The worst enemy in your life is fear. It's not the devil. Hello. I say the worst enemy you can ever conquer in your life. Sister Mary, if you conquer fear, you've conquered the devil. Can I tell you something? Hallelujah. If you conquer fear in life, you've conquered the devil. Because the Bible has told us clearly, the spirit that God gives, hallelujah, the spirit of boldness. The Bible says, the bold, hallelujah, are as strong as a lion. Mtu mwenye ujasiri ni kama shiba. Hallelujah. Hiyo ni maandiko. Cowards wanatoroka hata kama hakuna mtu anawakimbiza. Hallelujah. What eats us in our life is the fear of unknown. Hallelujah. Jina bali barikiwe sana. Fear. Tell your neighbor, fear. And negative talk. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. We have to overcome negativity in our life. Bwana asifiwe. Proverbs 13:2-3. Proverbs 13:2-3. Listen to what the Bible says. Well,
Hey, hebu sikia hii. A man shall eat well by the fruit of his mouth. A man shall eat well. Yani mtu atakula vyema. Hallelujah. Kwa matunda ya kinywa chake. But the soul of the unfaithful feeds on violence. The other part says, he who guards his mouth preserves his life. He who guards his mouth preserves his life. Ya kwamba alidaye kinywa chake, alidaye ulimi wake, haleluya, amelida maisha yake. But who opens wide his lips shall have destruction. The Bible is warning us about careless talk. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Do you know, I've come to realize, amen, it is only one place in the Bible that the Bible says that a man can be perfect. Hallelujah. There is only one place in the Bible which is given as a quality that can make a man be perfect. Only one, in the book of James, chapter 2. The Bible says, a man who is able to tame his tongue is a perfect man. To guard your what? Mouth. Ukiweza kukinga, ukiweza kulinda kinywa chako, you are a perfect man. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. If we are able to guard our tongue, that is the talk of a man of God. That is the talk of a believer. There should be a difference between our talk and the talk of the people out there who does not know God. As I said, and I said yesterday, and I will repeat. Bwana asifiwe sana. Even the word impossible, I will repeat as I said yesterday. It is not in God. The word is impossible. Bwana asifiwe sana. Is only found in the dictionary of fools. Who are the fools? The fools are those who don't believe in God. Hakuna kitu chochote ambacho Mungu amesema hakiwezekani. Jana tukasoma maandiko yakasemaje? Hallelujah. Jesus said, all things are possible to them that believe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ask your neighbor, what do you say about your marriage? If you have one. What do you say about your children? What do you say about your country? What do you say about your church? What do you say about your children? What do you say about your sons and daughters? Siana siya kwa masiya nywire dawa. Oi, wa media. Kaigo mutumia kugani eti muthuri toyo dedaga useless man. Mariza. Vile umesema atakuwa useless. Si tunawachi movies za Nigeria. Na vile nasemanga useless man. Hallelujah. Titawe dedaga. Hallelujah. Can I tell you? Bwana asifiwe sana. And I say this yesterday and I'll repeat. Never use your words to describe the situation. Use your words to change the situation in Jesus' name. Hallelujah. Yesu, nitarudia, nisema jana. Yesu akaenda Bethany. Bwana asifiwe sana. Kwa nyumba ya Lazarus and his sisters. Na Lazaro alikuwa amekufa for 4 days. It is true alikuwa amekufa. Yadujua alikuwa amekufa. Jesus said, the Bible says that even Jesus wept. Bwana asifiwe. Lakini alipoenda, Sister Lazaro akamwambia, if you are here, amen, our brother could not have died. What does that say? Hallelujah. Yesu alikuwa anataka kuactivate resurrection. Katika ulimwengu wa kiroho, Yesu alikuwa anataka kuactivate ufufuo. Na ndio kwa kinywa chake hangekubali ulimi wake useme amekufa. Sio ati hakujua amekufa. Akaambia sister yake, ambaye alikuwa anasisitiza amekufa, hajakufa, amelala. Bwana asifiwe. Akasemaje? Hajakufa. Sister yake akaona huu jamani kama tunasemaje, ni kama hasikanisi, kama hajukui lada. Wanatumia neno gani? Hafanyi nini?
hasikanishi. I mean amekufa hata akona siku 4. Hata ananuka. Jesus again said, Yesu alipoona ujamaa hakufi, akajua kile anataka kuactivate ni ufufuo. Ndio maana akasema mimi ndio ufufuo. Haleluya. Akanena neno kulala badala ya kukufa. Maana mtu akilala si ataamka. Pigia Bwana makofi. That should be your talk. That should be your. Hata kama biashara inaonekana imeisha. Haleluya. Hii biashara yangu itaamka. Bwana asifiwe sana. Huyu mtoto wangu atabadilika. Huyu mtoto wangu, haleluya, hata kama natumia madawa atakuwa mtumishi wa Mungu. Kama huyu. Give the Lord a clap. Pitia Bwana makofi mazuri. Now Yesu hakukubali ulimi wake ukiri ya kwamba Lazaro amekufa. Sisi akaona ujamaa kanishi, namwambia hata akona siku 4. Do you know why ana insist? She was seeing the impossibility. Unajua ni kwa nini mpaka anasema already siku 4 zimeisha na amenuka? Ni kwa sababu ilikuwa ni Ajis background. Na katika mazingira ya Kiyahudi walikuwa wanaamini ya kwamba kama mtu amekufa na kama siku 4 hazijaisha, nafsi yake haiko bali iko tu allowed. Bwana asifiwe sana. Lakini after 4 days wanaamini nafsi yake imeenda kabisa, so there are no chances ya ufufuo. Na ndio hata Yesu sikia, ndio hata Yesu alijua Lazaro amekufa na akagoja mpaka siku 4 sife ndio acharage imani zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana namwambia yani haiwezekani because already, haleluya, siku 4 zimepi. Yesu akasema I say again, I am the selection of the life. Sasa kamwambia that one I know, tunajua nini atafufuka siku za mwisho. Yesu akasema it's not then, now. Leo hii ukiamini. Akaambia aje? Leo hii ukifanya nini? Tell your neighbor, if your faith is not now, it is not faith. Hebrews 11, now faith. Now, faith is. So faith is now. Tell your neighbor, if it is not now. But how many know that God does not even speak about tomorrow? He says today, hallelujah, today I'm knocking at the door of your heart. Ukinikubalia nitaikia. Leo hii kuna mambo yanaenda kufufuka. Nasema kuna mambo yanaenda kufufuka. Nasema kuna mambo yanaenda kufufuka katika jina la Yesu. Hallelujah. Now, Yesu akasema, now if you believe, utaona nguvu za Bwana. Hallelujah. Yesu akisema hajakufa ni kulala, hakuwa naota. He was very serious. Hagekubali ulimi wake utaje kifo. Let me tell you, death is a very weird and evil spirit. Kuitaja ovyo ovyo. Wakapo wanajua kwamba hata kuna watu katika nchi hii wameiba nyimbo za kifo wakaenda. Yeah. Wengi sana wamekiri kifo. Wengi hata hapa locally, internationally, gospel musicians, wengine secular. Chama moja unasikova naweza kuvuka habari riba ya kwamba this world is not my home. He died in a prayer class. Hello. His words produced his own death. Wengine wengi. Kuna huyu jamaa ambaye ndiye baba wa majamaa anajiita Salim. Sijui Salim. Baba yao ndiye aliimba wimbo akasemaje? Aliba yote. Akiroka nyumba. Kona ile ko igoro. Chaliba akasema, "Madhani chakira kanyumba ko igoro." How many know that song? Chakira kanyumba kona ile ko igoro. Hebu endelea. Kwegitira haria ndeiguaga nyimbo ngeinaga na thiomi nyingi mwathani njakira kanyumba. Immediately after that
akaiba mwingine akiuga ejire okite alienda. Bwana sifiwe sana. Dada tu Chibaroza kasema nataka kwenda juu. Hallelujah. Wagapi? See, I'm talking about things that are here. Bwana sifiwe sana. Temedhio pia. Never joke with words, especially to do with death. Wegi. Our brother, man of God, Mouse Munlo. When he came here, kwa interview ya Jeff, nakumbuka. Kasema, now even if I die, I can die empty. Akirudi kwao hakufika. Pardon? Siski? Akasababisha mpaka mke wakaenda pamoja. Bwana asifiwe. Hebu angalia mwenzako kwa macho. Angalia mwenzako kwa macho. Angalia ni mbakazo. Mwambie dada ama ndugu. Kama ni dada mwambie dada, kama ni ndugu mwambie dada. Mwambie dada ama ndugu. Chunga ulimi wako. Whatever you speak, God has no ability to control. Hello. Hebu nione wazazi walio hapa, inua mkono. Just listen, I'm one of them. Sasa mzazi mwenzangu. Amen. What do you speak about your children? Anapoanguka mtihani analeta report form ambao haikufurahishi. What do you say? What do you say? Hallelujah. Wakati una msana wako teenager ameanza kuchelewa kufika late. Wewe aje kutukelelwa ugo wewe ndikwenda urendehera ndaguko. Atakuja nayo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wako in marriage kama mimi ni wa mkono. Wakati umekasirishwa unamwambiaga maneno gani? Hebu uliza mwenzako na asikujibu. What do you call him? Bwana asifiwe. We eat the fruits of our own tongues. I say we eat the fruits of our own tongues. Mungu akambia Musa, kile wamesema ndicho atapokea. Wamesema kufa jangwani, they died. Hallelujah. I say hallelujah. I say hallelujah. Let me give an example. Wakati nimesema wazazi wenzangu, mimi ni mzazi. Do you know, I determine how my children will be by the words I speak to them. Bwana asifiwe sana. My first son akiwa ale primary, nikaona ya kwamba he's not performing. Sasa akileta report mbaya nimekuuliza unamwambiaga aje? Akikuja kiniambia daddy nimefanya vibaya sana. Nilikuwa nimemwambia hujafanya vibaya. What you have done. Amen. You have activated what you make you better if you work hard. Nikaanza kumuita my professor. My siku na professor wangu kuja. Professor wangu kuja. Kakuwa katogo. Can I tell you today? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Next year July or around August akiwa na 26 years. Amen. Ata graduate na PhD in UK. Give the Lord a clap.
how it came to be, it's history. Kare kasichana kako hapa nakaitaga daktari wangu, maana kaniambia nataka kuwa daktari. Bwana asifiwe. Haleluya. Unaitaga wako aje? Haleluya. Karama isi ni maxisi yanako wale hedogo modhieno. As you call him, I'm not giving you stories. I'm just bringing real life issues. God does not joke with his words. Jesus does not joke with his words. Who are you? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. The creative power of today. Bwana asifiwe. If there is any area we want to deal with today, it is taming our tongue. Somebody open for me the book of James chapter 2. Nimaliza na hiyo. James chapter 2. James chapter 2. Kama umepata, kindly help us lead. Anza tu hapo moja, tufuatilie hapa. I think it's, let me confirm whether it's 2 or 1. The one I'm talking about, that's, hallelujah. Is it 2 or 3? Yeah, it is chapter 3, sorry. Chapter 3. Verse 2. The Bible says, for in many things we offend all. If any man offend not in the word, the same is a perfect man. Bwana asifiwe. Somebody with an IV? NIV brings it out so well. NIV. Verse 2. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says. If anyone is never at fault with what he says, is a perfect man. He's a perfect man. Able to keep his whole body in check. Able to keep his whole body or your whole life in check. You can keep your whole life in check. You can keep your whole body in check. You can keep your whole anything, business, family, name it, in check. Hallelujah. By taming your tongue. Endelea kusoma. Of horses to make them obey us. Go up to 5. From verse 3, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take sheep as an example, although they are so large and are driven by strong wind, they are steered by very small rudder. Wherever the pilot wants to go. Likewise. The tongue is as not a great boats. Behold. So where we continue. Endelea tu. Consider what a great forest is on fire by a small spark. Amen. The tongue
also is a fire, a world of evil among parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and it's itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, Ikiza tu hapo. Bwana asifiwe sana. Kiswahili kinasema sisi sote tunajikua katika mambo mengi, ikiwa mtu yeyote hakosei kamwe katika yale anayosema, yeye ni mkamilifu. Kama mtu hakosei katika yale anayosema, yeye ni mkamilifu. Inaendelea kusema ya kwamba na yeye aweza pia kuzuia hata mwili wake wote. Verse 3, tunapotia ijamu kwenye vinywa vya farasi ili kuwafanya watutii, tunaweza kuigeuza miili yao yote. That now it is using a biblical analogy ya kwamba kama vile farasi si anafugagwa kinywa na kamba. Sasa unamuelekeza vile anataka. Bwana asifiwe sana. Hivyo unaweza elekeza ndugu hata hii ndoa yako na ulimi wako. Amen. Kwa ulimi wako, what you speak about your marriage, what you speak about your wife, what you speak about him. Hallelujah. Unaweza edeza. Inaendelea kusema kwa Kiswahili ninapomaliza. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Anasema angalia pia meli, igawa kubwa sana, nazo huchukuliwa na upepo mkali, lakini hugeuzwa usukani mdogo kokote, hugeuzwa kwa usukani mdogo sana kokote anapotaka nahodha. Vivyo hivyo ulimi ni kiungo kidogo sana katika mwili, lakini hujivunia mambo mengi. Fikirini jinsi moto mdogo unavyoweza kutekeza msitu mkubwa. Kama vile a single strike of a matchstick, hallelujah, can destroy the whole forest. That is how a careless tongue can destroy the whole life. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. If there is any area nimeona Biblia ikipeana the strongest warning ever, it's about the use of the tongue, my sister. Hallelujah. And if there is any area where you are careless, it's the area of the tongue as well. Bwana asifiwe. Yesu akasema, hallelujah, by thy words. Hata tukatafika wapi? Kwenye hukumu, white judgment. By your tongues you shall be justified for life, or by your words you shall be condemned. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakapi wetu wameona ya kwamba we need to deal with our tongues, because today I want us to pray for our tongues. Hallelujah. And undo all the negative things you have done with our tongue. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yesu akasema Matthew 15:10-11, akasema hear and understand. Not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth defiles a man. Amen. Hata kile kinatia mtu najisi. Hello. Sio kile kinaigi, bali ni kile kinatoka. What kills our life is what we speak. What kills our business is what we speak. What can even destroy this ministry is spoken words. Bwana asifiwe. Kile kinatia mtu najisi, ndugu yangu, sio kile tunaku, bali ni kile tunase. Bwana asifiwe sana. Simama na miguu yako katika jina la Yesu. Father, I give you praise. Many of us have cursed ourselves. Many of us has cursed our marriages. Many of us have cursed our children. Many of us have cursed our finances by the words we have spoken. Hallelujah. If you are saying it, you are praying it. Hello. I say if you are saying it, you are praying it. Tell your neighbor, when you say it, you pray it. You bring it to pass.
You can change every situation even right now by speaking. You can turn every curse to a blessing. You can remove every mountain of hindrance in your life just by saying it. Today I want us to be a speaking people. Mark 11:23. Yesu hata kusema kuomba alisema atakaye nenea mulima kwa ulimi wake awambie ung'oke uende baharini utaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to give you a minute. You reflect back at your life. What have you been saying about yourself? What have you been saying about your business? Silently, close your eyes and think about your life. Some of us are product of some words that our parents used to speak to us. You find even some parents were telling us, I don't see you becoming anything because you are not passing in school. Wale tulikuwa na jana niliwaambia kuna wakati mamangu alisema maneno nihakikisha withdraw. Hallelujah. Every time my brother ya monini kavaigi si arete kero degethi agere thoko. Very dangerous words. Hallelujah. Some of us came out of relationships and some words were spoken to us. Those words have bounded us forever. I'm saying some of us came out of relationships and some words were spoken to us. Those words are remaining standing. They have never been, they have never withdrawn. You have never spoken against them. We believed. And now, when we see things happening, we believe in the video. Yes, it is true. Once it's done, it's prayed in Jesus' name. Now I want you to open your mouth. Fungua kinywa chako sasa mbele za Bwana. Hallelujah. Anza kuandu maneno yote ya kinyume umejinenea wewe mwenyewe. Ukasema mimi sioni nikifaulu. Mimi siwezi fanya biashara. Mimi siwezi kuwa hiki. Kazi fulani ni akina fulani. Level fulani, baraka fulani. Hallelujah. How many times do you say? Hallelujah. Even here, I've observed ya kwamba kuna watu wengine nimeambia hata waongoze kitu hapa wanasema mimi siwezi ni akina fulani. Withdraw those words in Jesus' name. Go before the Lord. Look at your life. This is a personal liberation. Hii ni kujifungua, hii ni kujinenea. Sakaraba sandoroboyana. What do you say about yourself? What do you say about yourself? What do you say about your life? What do you say? What do you say about your business? Anything that concerns you. Rabo sekere bayanda rabasanda. Reketaka santo bosende rebosaya. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Rakamasanda rabasando robosena. Reke seketa kasando robosaya. Reke masanda rabasante rebosende reboyanda. Curses are spoken. Blessings are spoken. Rabasando. Life is released. Death is released by the tongue. Rebesanda basando robosanda. Zeke rebohanda basanda rarabayando. I want you to start to prophesy over yourselves and your family right now. Start to speak good things. Prophesy to your life. Start speaking good things. Start speaking good things about your children. Start speaking right now, right now, right now. Open up your mouth, open up your mouth, open up your mouth. Start speaking good things about your ministry, about your gift, about your calling, about whatever you have. In the name of Jesus, open up your mouth. Speak, 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 speak. What you speak, you release. What you speak, you release. What you speak, you pray. What you speak, you pray. What speak, you pray. The Bible says, you shall declare a thing and it shall come to pass. Utanena jabo na litafanyika. Speak, 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 speak. I want you to take a minute. Prophesy to your life. Prophesy to your life. Prophesy. Speak good things. Prophesy to your spouse. Prophesy to your marriage. In the name of Jesus. We are the product of our own words. We are the product of
evil ones in the name of Jesus. Oh, continue to call things that are not as if they are. The Bible says that faith speaketh things that are not as if they are. Speak life to your marriage. Speak life to your business in the name of Jesus. Speak good future. Nena future ya watoto wako. Nena future ya watoto wako. Hallelujah. Call them good names. Turn their lives aloud. Turn their lives aloud. Turn their lives aloud. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rakabasando roboyana. Lekitaka sando bosanda rarabayana. Listen to me. Some of us have been made to what we are, even by the names we are called. Bwana asifiwe. Some of us have been made to what we are by the names we are given. That's how you fight for God to deal with some people and move with them. He had to change their names. He had to change their names. For him to enter into a covenant with Abraham, he had to change his name from Abraham to Abraham. Rabasakayando. Hallelujah. Open up your mouth. Speak good thing about yourself. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. The Bible says, as a man thinketh, so he is. In Jesus' name. In Jesus' name. And you decide to declare a thing. Hallelujah. It's very clear to us today that our tongue has power over even death. In Jesus' name. Continue thanking God. Open up your lips and tell God, I'm here today for this wonderful blessing. Mwambie tu niko hapa kwa ajili. I need you. For the we thank him. Continue thanking him. Amen. Hallelujah. I'm late. Sema I'm late. Oh, I thought you would say I'm late. Thank you. Tengeneza sauti vizuri. Nashukuru Mungu tena kuwaona. It is wonderful. Last Wednesday was I in? I was not in. Yeah? And I thank God because I've also seen you. I've been running up and down. And because of many things that are around us. But we give glory to God for everything. And I'm happy for you also. Can see your good faces, expectant faces. Hallelujah. Mumeniangalia na mpaka nimeaja kusikia kakitu kana hiyo. Nimeagamaka. Yaani mnaangalia tu kabisa mmefungua macho. Very expectant. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni kwa ajili mlikuwa mmeniona, mmeniangalia, mmenikosa mkashindwa na udaliku. I think you have been taught. Ama mmefundishwa vizuri. The pastor has been good to you. Thank you. You know, sometimes I'm doing this technically, running away from you, so that you can muondoe hiyo kasumba that I must be in for you to be served. I don't want to build another Mackenzie in this country. I want to build a church that people come because of the word, not because of that man of God. Or what is supposed to be needed here is the anointing. I'm a father. So when you are a father, you must have children. And these children must be a product of you. If I cannot produce children, then I don't belong. I'm not supposed to be anybody who can be able to help you. Run away from that church, that it is one-man guitar church. Because that is not a church, that's a cult that is coming up. Bwana Yesu asifiwe sana. And when you discover that you cannot be
taught by any other person apart from apostle, you are sick. You need deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. Una kakitu kana kusubua, na hiyo sasa ndio shida. Shida ile ilikuleta sio shida. Hiyo sasa ndio shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nyumba hii iko na anointing yake. We are under a grace. And this grace ni mimi niko nayo. Lakini si kusema mimi nisipokuwa grace haitaendelea. Because I'm also under a grace of my Bishop Harrison Nganga. Ana Harrison yakuji hapa. Ama mnamuonanga hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kemani William operates under the grace of Harrison Nganga because he's our spiritual dad. Ukienda Kiambu kwa nani? Anaitwa Deri ine? Bishop Wanderi. That is Harrison Nganga. Umeona? So Catholic kienda Catholic kiona father kwa huko. Huyo ni Pope. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda mpaka kale kijiji kule kwenu hali akesha kikia kwa nyina hali akala nekala kitakana hata kwatea. Huko kumejificha ukute huyo father ako hapo. Ama mtu yote anaita kwa wale wadogo wa father wanaitwa nani? Nyinyi watu wa Catholic wangapi hapa? Ule mdogo wa father. Catechist. Ukiona catechist ameshika microphone, si catechist ni Pope. Bwana Yesu asifiwe sana. So learn to appreciate the anointing in the house. Because when you appreciate the anointing in the house and walk with it, you get everything that you want. Because Pope wako huko. Hata ajui kama kuna kanisa Kenya. Na ajui hiyo ya kwenu. Lakini the flow. And it is not Pope, it is St. Peter. Mahali Yesu alimwambia wewe ni ufunuo ambao umeupata si wako, si wewe, it is God. On this rock I will build you. So hiyo ufunuo ndio imesustain Catholic. Bwana Yesu asifiwe. Na tikugania internet apostle manidi ndina Kenya nyere. Ya dio karege na niguo nyumire kuraihu. Nio kumaga kuraihu. Nio kumaga kuraihu. Todo tusipofanya hivyo, right now ninataka kwenda Dubai, nataka kwenda UK, nataka kwenda America. Nitaenda sako moja ya 2 months. Meaning by 2 months ikiisha, this church will be normal. Sindio? Because mtakuwa mshaenda. Because apostolo amebeba mafuta ameenda naye wapi? I want us to raise a team, a huge team. That wherever you go, you speak the word of God and you are listened to. And you speak the word of God according to how it's supposed to be spoken. That's why I teach. That's why I don't rely on miracles. Siwezi kuinua mkono hivi niseme muanguke nyinyi yote mtaanguka. But what does that help you? It is the word of God that is able to set you free. It is the word of God. Understanding the word of God will help you come out of the situation you are in. But if you depend on my miracle, then I will Mackenzie you. Bwana Yesu asifiwe sana. I will do something that is drastic because you become my puppet. You become my idiot. Wewe hebu kuja, simama hapa. Shika microphone tuhubirie leo na una trust. That's a woman of God that was. Nathomeka hapa. Niki ugitana thomeka. So tubo yafu, then I will be able to see you because simunaona bado tunaenda kukamilisha. Tunaenda vizuri. Ni watu wangapi wamechangia kulefanya hivi? Inua mkono yako kama umechangia in one way or the other one. Inua mkono kama umetoa ragi, kama umetoa mshumari, kama umekuja umejega, wale hawajachangia hata kidogo, inua mkono juu. Tuambie Mungu kitu. Tuambie kuna watu hapa ambao hawajui nyumba yako inatengenezago. Natumai leo mtafanya hivyo, si ndio? Hata kama hutafanya hivyo, utapromise Mungu akikusaidia ukuje. Hii nyumba ni yenu. Nataka tuweke mkeka hapa kama hii. Huko viatu mtakuwa mkiwacha wapi? Ije pale.
Niguo watho. Viatu ije pale mnaigia kama msikiti. Akanigathuka. Kama msikiti hawaigiagi na kiatu, wewe unaigia na kiatu kufanya nini hapa? Weka kiatu yako pale, kuja lala hapa chini. Hii nataka ifanyike nyumba ya. Do you know what I'm building? It is not a church. This is not a church. This is an altar. And we are going to market it internationally. That ukishuka ndege pale, venye unaulizanga ni bagani iko hapa, naweza kuingia. Ama what kind of a luxurious place can I go? Kuna watu wanaulizanga, is there any place I can worship? So it will be a stopover. Ani mtu alikuwa anaenda Zambia, anajua hapa kuna mahali anaweza kuja aombe bila kuhubiriwa na mtu na atoke aende. Because we don't have that. Bwana Yesu asifiwe sana. We don't have that. And that is what we must build. Centers of worship. Where you can just pop in and go. And that is what a mosque is. Hiyo ndio mosque. They don't build a mosque because ati ni hapa hii tulishaka pesa tuka. Hapana, mosque inajengwa na mtu mmoja. For Muslim fraternity. Not for washirika. Kwa mosque hakuna washirika. They go there attend. Unaonanga wakiingia mahali kwa barabara, ukienda na manga yote kuna misikiti imejengwa kwa barabara. Na hiyo ndio nilikuwa nimwambia when I met Gaddafi, na wakati nilipata kukutana na Osama bin Laden. Sasa fugueni, mnaona umeanza kufugua midomo ati Osama bin Laden tena. I met them when I get saved kwa Waislamu huko Mombasa Mosakina Mosque. I got saved there, and the first agenda, they were so happy for me for becoming one of them. And the responsibility nilipatiwa kwa sababu a jet from Libya came, picked me, a private jet. Some private jet. Ukuwa na private. Because of religion. They sacrifice because of the religion they believe in. I was picked at Jomo Kenyatta by a presidential private jet. Ikanipeleka Libya, I met Gaddafi. Then from there, I met Osama. Then from there, I met the king of Saudi Arabia. Agenda was one, not two. Agenda, they wanted to give me $500 million to come and build a mosque every 5 kilometers in central Kenya. That is the king of Saudi Arabia. Not the king person to become a king in Kenya or to have a relative in Kenya. But he knows there is a central Kenya. And they know if you conquer central Kenya, you conquer the whole country. That's somebody in Saudi Arabia. So they have an agenda. They have something, they have a plan. You, what kind of a plan do you have? So before I could be given the money, Gaddafi was killed. And before I could get in touch with them again, Osama was killed. It was so unfortunate for me because I am a Mogekoyo, I missed the money. But it was so fortunate for me because I didn't do the mess that they wanted us to do. Bwana Yesu asifiwe sana. When they build a mosque, every 5 kilometers is building altars in every 5 kilometers for what? For embodiment of their agenda. It is the altar that captures. It is not the salvation that is in you. It is the altar that captures. Waganga wakiingia mahali wameingia, wanatumia madhabahu kumiliki. Madhabahu ndio hutumika kumiliki. Hiyo mambo ya kusema nimeokoka, Yesu alinikufia. Yesu alikufa. Kila mtu, Yesu came for us, all of us, hata hao Muslim. Jesus came for everybody, more especially sinners like me. He didn't come for good people like you. He came for sinners like me. Bwana Yesu asifiwe sana. So they use altars. Ukienda kwa watu wa Freemason, they use the altar to capture. Ukienda kwa Waislamu, they use the altar to capture. Wachawi na waganga, they use the altar to capture. Lakini kwa walokole, kama wewe na mimi, we don't understand the principle of the kingdom of heaven. The principle of the kingdom of heaven, it is not salvation. It is understanding
the structures of God. Because hata huyo mtu, hata shetani, si anaendanga kwa Mungu? Si alienda kwa Mungu kuomba ruhusa? Because anajua there is a principle in heaven. There is a command. They don't know you are going to be blessed until nitabidi niseme kuna gari yako imeteremka, kuna shamba yako. Hapo ndio wanajua ya kwamba kuna umebarikiwa, una gari. So they will start now haunting and fighting to make sure you don't succeed beyond receiving. Mtu anaitwa Danieli, wakati alienda kuomba, the first day he started praying, whatever he wanted from heaven alipata. But for the next 21 days alijaribu kuifikia, hakuweza, because mfalme wa Persia aliunderstand vitu za Danieli zimeachiliwa, akakamata. Na alikamata nani? Alikamata malaika anaitwa Gabriel, akamzuia kuteremuka nayo. Danieli aliendelea kufast because alielewa the principle of the kingdom of heaven is understanding that you still continue fighting. Lakini sasa wewe ukikuja hapa utoe sadaka yako, utoe sacrifice yako, mnasema ni ndarutire igongona ai maundu makwa ni ndigweteketie Ngai maundu nimekwagira. Gutire kindu ta kiu. You sustain the altar. You keep sacrificing at the altar. You don't just stop. Huyu mama anaitwa Hana aliendelea kutolea mtoto yake every year. It is not one off. Si eti kwa sababu umeleta tushiriki tu kwa shilingi 2,000 ama umeleta kakodo ama umeleta mkodoro ama umeleta speaker kama unasema umetoa. Hapana. The devil does not sleep. He is always active. Na akijua umebarikiwa hapa, anakuja pahali hapa kwingine. Kuna huyu jamaa alikuwa na mago. Alikuwa anaitwa nani? Naaman. Naaman was dipped in water 7 times. Not that one time could not have healed him. That one time was important, was enough. But because he was under a curse, a 7th generation curse. So every time akiangushwa ndani ya maji, 1 generation ikabomoka. Akaangushwa tena ndani ya maji, another generation ikaanguka. You may come with a sacrifice, kube kwenu kulikuwa na usharati. Hiyo usharati yaguke. Kesho kitu kingine simame. You kill one, number 2 comes on to fight. Na inaweza kuwa sasa wewe ile kitu unapigana nayo ni iko 700 years old. Na wale heto kilito akuzotano. Ni ndio arutire igogona ai. 700 years maybe ni marital problem ndio umebomoa hiyo. Ukiangalia hapa nyuma unasikia kwenu kuna kuwa na sukari na kansa. Hiyo haiwezi kusimamia huko. Bwana Yesu asifiwe sana. So you continue the fight. You continue what? The fight until you win. And even if you win, you raise an altar to control and to make sure that it wins every battle for you. It is battles are won at the altar, not at the mouth of prayers. It is at the altar that we win battles. That is why even if, like me, I'm a preacher here, I still have a spiritual father. Because he has a higher altar than mine. So with a spiritual father who is stronger, he will win battles that I cannot be able to win. He will win battles for me. Zile maneno mambo Harrison Ng'ang'a amepitia. Kutukanwa, kunyaganywa, umaskini, kuteseka, kutopata hiyo mimi siwezi kupitia because he has won those battles. That's the reason why we need a spiritual father who is higher than you. Zile vita mimi nimepitia na ndio nakwambia ukue mtoto wangu wa kiroho. Zile vita nimepitia za marriage, zile vita nimepitia za umaskini, zile vita nimepitia anything that I have gone through. Uende uanalyze historia yangu. Ujue hizo vitu nimepitia, hautavipitia ukiwa mtoto wangu wa kiroho. Utapitia vita vingine vikubwa ambavyo mimi sikupitia. Sijui kama unanielewa. Zile vita Ng'ang'a amepitia zote, I can't go through that because mimi ni mtoto wake. I have subscribed to him, so he covers me. So the struggles ambazo alizifanya zilipita kwake, I can't go through them
It can never be a repeat. If for sure I'm his son. Did you get me? So what I will encounter is new dimensions, new things. Ndio naona ninazungumza maneno, unashindwa huyu mtu anazungumza maneno, ametoa wapi hii maneno? Baka unaenda kuangalia kwa Biblia, kuangalia kama ni ukweli, unakuta ni ukweli, lakini anayezungumza haimukai. Bwana Yesu asifiwe. Toni mwenda kama mudu inakaa, hiyo maneno anazungumza inafanana na yeye. Haihitajiki kufanana na wewe na mimi. Inahitajika mimi nikuwe na baba aliye mkomavu, aliye juu sana kuniliko, maana akili hizo zote alizo nazo nitachukua, na zile ambazo nitaongezewa nitakuwa mwelevu hata kumuliko. Because your father now is how old? You came from heaven. Yes, but angekuwa na miaka ngapi saizi? 40 something. Tuseme ati 41. So how old could he be now? Yes, who has a father that is existing? This woman is complicated. How old is your father? 88. When you are young, he used to beat you. Ukitoka nje bila na sweta, usipokula na kuchapa na kuchuna. Saizi can he do that? Who is taking care of him? Who was beating you? It is you. He is depending on you. Akili zimepunguka, zimeenda chini. Sasa zako zimeinuliwa, ziko juu. When you have a spiritual father who is supernaturally powerful, his grace covers you. Now you add on the grace you have, you become senior than him. But when it comes to the anointing, he is still anointed. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why you need to become a spiritual son or a daughter. Not because of anything, because of that grace, because you need it. Lakini ukikuwa kemaramari, ukiulizwa who is your father, you don't have. Ukakuja kanisa hii niulize who is your father, to know where I'm taking you, you need to know my father. Bwana Yesu asifiwe sana. But if nikakwambia baba yangu ni ule wa gari, ule wa kuhubiri kwa gari. Ule kutoka City Stadium mpaka Nairobi hapa, atakuwa amehubiri, amekuombea toba, ameitisha sadaka, na ameruka, ameingia basi ingine tena anaendelea kuhubiri. If that is my spiritual father, then I'm wrong. You must know your spiritual father if you are to grow. If you are to what? To grow, lazima akuonyeshe makao yake. You must see the church, ndio ujue the future. Let me give you a very good example. If I am a pastor here and I don't have a church, and you come under me as a spiritual father, then it's most likely hautapata kanisa, hautajenga, hautakuwa na kanisa. Because demo hunu, mimi mwenyewe demo hunu. I am what? I'm hunud. Yeah? I'm not productive. I don't have a foundation. Meaning you will not have a foundation. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Niwe the kaga. Therefore, it is very important to understand who is your spiritual father or your spiritual mother. Number 2, kukuwa na umati mkubwa ya watu does not mean that's a very good spiritual father. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mafundisho na kupanda kwake. Mafundisho na nini? Na kupanda kwake. The Bible says test every spirit. Mafundisho ambayo nawapatia hapa usiichukue religiously. Andika, nenda counter check and see whether this is from God or it's ama ni kutoka ugali ile nimekula. Kwa sababu labda nimetoka kukula ugali. Hiyo ugali nimekuja nimeachilia hapa. Mafundisho nimekuja nao ndio, lakini nimekuja mafundisho ya kutrain akili yako inipatie pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unasikia kama sasa juzi mwezi wa Oktoba, ilikuwa mwezi wa Oktoba, mwezi wa Disemba na Novemba. Mkienda muangalie nini zangu.
hizo za kina Mboya, za kina nani mwingine, Saimo na hao wengine. Go check. I spoke greatly on about the Freemasons. Nilizungumzia kuhusu fake pastors. Nilizungumzia kuhusu nini nyingine? Na waimbaji na hawa LGBTQ. Na nikasema kutoka mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 5 they will be exposed. Watu wakasema tufungulie hiyo kitabu, kwa sababu nilisema niko na kitabu ile ya Freemason wakati nilienda kuiba. I'm the only human being in this world who has ever gone to steal kwa shetani. Sasa nataka najiulizaga, nikienda kuiba, nije kuiba ni kwa shetani? Na nilikuwa nimeenda kuiba kwa shetani, nitahesabiwa kwa shetani ama kwa Mungu? Because nilikuwa nimeenda kuiba na tukatoka na kitabu. Kitabu ni register kubwa, iko na majina mengi. I have the book and I have all the names of those people. Watu wakasema tuambie hiyo maneno, tuambie majina ndio tuwajue. Wengine wakaniambia, kaniuliza, fulani ni wa hiyo kitu, fulani nikamwambia wewe mimi ninakwambia kutoka mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 5 mtaona vituko ambazo vitalipuka. So everybody wanted to see, or me to say, who are these pastors? But I'm not permitted to say, because God has told me he will reveal. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Now, I spoke much of the coastline. Uende wangalie utaona the coastline, pande ya Kilifi, Malindi, Mombasa, where we have a huge altar. Hii watu mnaona wa Mackenzie, see, it's not Mackenzie. It is not Mackenzie. Mackenzie used to be here in Kaloleni. Alikuwa na kanisa akaifunga kwa ghafla na akauza. Remember the pastor mwenye alikuja kanisani yule mrefu? Alikuwa pastor mdogo wa Mackenzie. Nilipomchimbua kidogo akajipa shughuli akaenda. Because nilitaka kujua ni kwa nini Mackenzie alihama Nairobi kwa ghafla akaenda Kilifi na akafungua kanisa kisha akaifunga. The demons, how they operate, ni venye huyu mzee alikuwa anatuambia anapata 2 million. The day amepata 2 million atapatana na mwanamke kwa Facebook. Lazima akifungua Facebook atapata mwanamke amemwambia hi. Na hahitaji kukutana na huyo mwanamke. Na kutoka hapo akimwambia hi na yeye aseme hi, pesa ameanza kupatiana. Huyu mzee amepatiana 2.5 million kwa mwanamke hajui na hajaiona. Anaitisha kwa toma pesa ya vitali anatuma. Toma pesa ya totile na pesa ya kulia anatuma. Totile na rent anatuma. Ukimuuliza what was making you send? Si hajui. Because what they do, they raise an altar. And I spoke about that. Ilikuwa mwezi wa 11. They raise an altar. This altar, they make it for sacrifice. Then they pick one of you as a guardian, as a caretaker. Unanielewa? They pick one of you as what? A caretaker, wa kuchunga ground. Lakini hiyo ground ni ya wapasta wengi. Hata mmoja juzi wakati alinipigia simu wakati kimechacha akiwa na manga, ni neighbor yetu around hapa, akaniuliza hiyo maneno unasomunguzanga kweli? Nimeona ni ya ukweli. Na unaona itaendaje? Alikuwa anataka kunipima kujua kama ninajua na kuaga wa huko, but he is one of them. Ni wa hapa, ni wa locality, ni locality hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So all these bodies, unasikia hizi bodies, endeni mgugu kidogo muangalie, kuna kamuse enda mahali wamesema the trauma, watu ambao wanafukua watu, ile trauma wanapitia. Mliona hiyo news? Yeah? Mliona hiyo news? Sikilizeni huyo mzee vizuri. Anasema hiyo miili si ya kukufia huko, bali ni miili iliyokaushwa kutoka mochari. Bwana Yesu asifiwe sana. Si miili ya wapi? Si miili ya huko. Ni kitu ambacho kimetolewa kwenye mochari. Alafu sehemu nyeti hamna. Sehemu nyeti hamna. Matiti hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. So watu 500, kaburi 500 si mtu mmoja anaweza kuchimba. That is an altar. Not a Kenyan altar, an African altar. Pale kuna mapasta wa Nigeria wameleta watu hao hapo.
Pale kuna wapasta wa South Africa, ameleta watu wao hapo. Na pia wanasiasa wamo humo ndani. Wanabiashara wamo humo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not. Ndio sikia jamaa anasemaje? Hamujui mnachopigana nacho. Kitawaramba. Mtarambwa. Hamujui mnafanya nini nyinyi? Kwa sababu anajua nguvu iliyo kule pale, hakuna mtu anaweza kuichezea. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is, fungueni macho. Then let God use you to see the bigger picture of this thing. It is not an ordinary thing. It is not an ordinary thing. I wish I can give you that book, ujiangalilie, na uone what is behind the whole thing. You'll be shocked to see even maybe a local pastor and many other. But the most important thing is kasumba ya worship men and women of God. Hiyo ndio mtawacha. Kwa sababu hiyo ndio nimekuchukua, nimeenda na unapotea. Nasema ni brother ya kwadi ile ni dadali ya shoka na die kule hadi enda huko utampata. Labda ile kigari unaonanga na pastor yako ni brother yako. Ile kile KVX. Hiyo mega crusade unaonanga mega crusade. Labda ni ndugu yako na kaseni yako na ule mwingine alipotea. Hiyo damu yao ndio inafanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. So that is the most important thing for you to understand. I want to raise, to speak. I've been there. I've been kwa Mungiki nilikuwa mimi ndio founder. Kama ujui hivyo vizuri wacha nikwambie. I'm the founder. Mimi ndio nilianzisha Mungiki. Tukiwa na kazini yangu anaitwa Maina Jega. So we know the other side of the world. And I know this other side of the world. And I'm here because it is God who preach. Mimi sikuhubiriwa na mhubiri. Mimi niliobewa na James Maina Nganga, huyu Matuta hapa. Na nilimtafuta nikamwambia nataka kuokoka. Akaniombea. Kisha nikampeleka, hiyo kiwanja amejenga kanisa ni kiwanja yangu. Nilimpeleka hapo. Tulikuwa tumeshikashika maviwanja huko Nairobi. Unajua mimi nilikuwa Garadi Road, owner of Nairobi. Ukitaka plot na kukatia, enda pale Dadora, enda uchukue plot bili hapo, napigia vijana wanakupatia. Angalia wewe sana leko ni damo higo hiyo. So those kind of activities, I know them and understand them. When I'm telling you what I'm telling you, I know. When tuliingia hapa Nyerere Road, hiyo nyumba ya Freemason, I know how it looks inside. Iko na mkeka mnono kuliko hii. Mkeka ukikanyaga miguu yote inapotelea huko ndani. Na tulijaribu kuhakisha, tukamwaga petroli mitungi 5, tukaweka kiberiti, haikuchomeka, ilikataa. Tukavunja hiyo festeri yake kunyubua kanyumba kama kuna fuga huko, tukaanza kutoa viti huko ni za gold, tukaanza kuvitoa hije ndio tuhame na vitu na kitabu tukatoa. Nikasema kama hapa hii kanyumba kana vitu hivi expensive na hii akasema tuvuje tukaivuja. Tulipoingia ndani wewe kulitokea skeleton 3 hivyo. Sasa wewe huko toa nyama zote ubakishe macho. Jikaanza kugoja hivi siku hiyo nilikonga commander na general, lakini let me tell you one thing. There is no commander in this world apart from God. Because kamulango kalikuwa kametoshana huko, tulitoshea watu karibu 100 pale. Tukakwamiliana hapo. Sasa wale wanafaa kunichunga ndio wananikanyaga huko, amenilalia huko. Kwa sababu niliweza nikachomoka, nilitembea kwa hapo Nyerere Road. Si unaona hiyo kanisa ya Freemason penye iko. Nilienda na kama kaumbwa mpaka mlango wa Serena hapo nje. Hapo ndio nilipata nguvu ya kutoroka. Nikienda huko miguu yangu yote ilikuwa imegwarwa yote imeisha. Why? Because of a skeleton yeta hapa nje watu walikuwa wananiogopa. General commander. Bwana Yesu asifiwe. So tafadhalini na waomba. Let's raise above. Tuinuke tu juu kuliko viwango. Wacha kusomewa Biblia, jisomee pia. Nikikusomea nenda angalia tena. Ndio nasema kuja na kitabu kanisani na kalamu. Soma, andika. Nenda counter check.
ndio uweze kuunderstand. Neno hili ni neno fiche. The word of God is a bush. And without understanding this bush, utaenda uanze kushikwa na zile miti iko na mamiba, itakushikia huko katikati na hautatoka. Don't go for miracles. Miracle ni kitu kinaweza kufanya mpaka na kuku. Sasa ushaepeka kuku ya grade? Nani amefuga kuku ya grade? Layers. Nani anajua kuku ya grade hapa? Ya layer. Si mnajua? Si inataka mayai. Inatoa gambi bego. Na hakuna jogo. Elita kwa YouTube na dena jogo. Mami inatoa ngapi? Is that not a miracle? Is that not a miracle? Ushaijiuliza hivyo mtu akai? Elita kwa YouTube. Kiutikiama. Kiunakiama kesi ni hali utigaru. Ule jamaa hapa chini anaweka moto kwa mdomo, anaweka hivi, anameza moto, anatoa huko, anatoa hadi kachivu huko. Hiyo sio kiama? Is that not a miracle? Ule mtu nakutaka amedugwa kisu hapa, imeenda hapa, imetokelezea hapa. Is that a miracle? So that is something useless and hopeless, because there is no miracle. What it is the word of God that has power. My people perish because of what? Lack of knowledge. Because seek ye the kingdom. Seek ye the kingdom, and it is righteousness, and the rest will be added unto you. So if you seek the kingdom and it is righteousness, healing will come. Jesus never prayed for anybody. That woman aliambiwa na Yesu, your sins have been forgiven. Imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akashika mikate miwili, akaangalia juu. Kisha akaifanya nini? Akaivunja. Na watu wakakula wakashiba. If you walk in the kingdom and in the righteousness of the kingdom, you will not be sick. You will not suffer. You will not be confused. You will come here to seek the word of God, not to seek the miracle. Most people who have failed in life, they are miracle seekers. Kwa sababu unaambiwa ati shika waya hapo juu, shika waya. Shika. Shika waya hapo. Gari ndio hiyo inateremka, shamba title ndio hiyo. Yes. Sincerely, niambie tu ukweli. Gari inaweza kuteremkia hapa. Alafu ikifika after service, chairman wa kanisa anasema wazee wote ningetaka tuzungumze, tukutane. Na yeye chairman wa mama anasema wa mama nataka tukutane. Ile discussion ni nini? Venye tutanunulia pastor wetu gari. Sasa unashindwa, kwa nini pastor hakushika waya? Yake ikuje na waya. Yake unataka ikuje through mfuko yako, lakini yenu ikuje through waya. Does it make sense? No, it doesn't make sense. He is not believing in what he is teaching you. Because it is supposed, kama yake yana kamata waya ikuje, hata yangu ikamatwe waya. Usinitengenezee mkutano chairman ati muanze kuchaga pesa kununulia gari. Yeti mimi nimeshinda nikiwaambia huyu akamata waya hapa. No, what I'm supposed to tell you is that you need to work. Gari imetengenezwa na Mjapanese na imeletwa Kenya na Muhidi. Na Muhidi hata ajui hiyo Yesu yako. Anajua ng'ombe. Na Wahidi wanajua ile, na Japanese they don't even know God. They worship their idols. So ni waya gani ita connect mtu ambaye hata ajui Mungu mconnect hivi? I need to tell you how to do to get there. The formula to get a car, the formula to get that piece of land, the formula to get that which you want to, unataka kusema this is what I want. I need to tell you and show you the formula. Ni kulima, ni kufanya biashara. Yes, na ukienda sana vizuri upate kuna ndugu na tajiri akupatie gari yake moja. Hiyo sasa ndio tunaweza kuita miracle. Hello? Umechanganyikiwa kabisa, si ndio?
mwali wali unagoketa kogera kiama guko ri guguthia atia kiama ni ukuona, but I don't lie to you, a car will not come. There is a formula of getting that car. At the first time aliyokigo kimwe tu besa cioke gwakwa ciumeku gukuhenia niki pesa ni kwetho ciethagwo nikio heto moko. Hakuna mahali Mungu atasema nitaachilia miujiza. Hapana, nitabariki kazi. Yes, njoo tuombe nikuwekelea mikono yako, nikumwagilie mafuta kwenye mikono yako niibariki. Ndio at least ukitoka uende ukutane na ile shilingi ya mwanamke, usikutanage na mashilingi ya wanaume. Unajua kuna tofauti ya pesa? Mlikuwa mnajua? Kuna tofauti ya pesa. Pesa ziko na tofauti. Kuna pesa ya kiume na kuna pesa ya kike. Ninaweza kuja nikupatie shilingi milioni 1 ambazo zote ni za kiume. Uende uweke kazi na hiyo kazi iporomoke iishe yote. Lakini nikikupatia shilingi ya kike itazaa. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati unaomba si kuitisha tu pesa, itisha pesa ambayo itazaa. Lakini tukikuwa majogoo matupu hapa, asubuhi moja utasikia gugu. Itabidi uuze zote na ukose kuku. Omba shilingi ya kike. Kama ni pesa zikuje zikiwa za kike na jogoo kama wawili. Si unakuta kama mami anasema amenunua kuku 50 na jogoo wawili. Because ana understand the logic. Bwana Yesu asifiwe sana. So pray for the job. Kama ni job yako upatiwe ya kike. Kama ni business unaweka ikuwe ni ya kike, isiwe ya kiume. Ikiwa ya kiume ni makogi madhali kutile dega siara. Ndio unakuta kazi imekaa ni stagnated, iko tu lakini haikusaidii, hainunui nguo, inalipa rent na inalipa nini? Na wafanyikazi period. Na kustock. Sasa unakuta inakai wajili utoleta na sukari kilo 5, iadagi na ishukagi kwa sababu ni majogoo. Lakini kama ingekuwa mwera, at least ingefanya miracle izae mayai na uanze kuendelea. Kwa hivyo kuna shilingi ya kike na kuna shilingi ya nini? Ya kiume. Omba Mungu akupatie shilingi ya kike na za kiume ndogo zizalishe. Bwana Yesu asifiwe. And that's the kind of teachings nataka kufundisha. Teachings za kwenda biguni wachana nazo kwanza. Edo jisomee kwenda biguni. Twende za yuni twende. Lakini unaenda, Biblia inasema Yesu akauliza walipatiwa talanta. Kuna mwingine talanta ngapi? Kuna mmoja alipatiwa talanta ngapi? 5, 4, 2. Na wote waliletwa hapa wakaulizwa ulitumiaje? Sasa unataka kwenda biguni ukiwa maskini, utaenda kuelezeana biguni umaskini ulitoa wapi? Na Genesis 1:26 inasema wacha tukamuumbe Mungu mtu aliye kama sisi. Na kisha 27 inasema mwanaume na mwanamke wakaumbwa walio na mfano wa Mungu. Kisha Mungu akawabariki. And then God gave man and woman dominion. Na akamwambia subdue the earth. Na akampatia samaki wa baharini, wanyama wa ndege za angani, wanyama wote na miti na kila kitu. Binadamu akapatiwa, akaambiwa be fruitful and multiply. So if you don't have anything, it means ukifika huko utafunguliwa Genesis ukaulizwa I said be fruitful and multiply. What happened? Unimagine ukienda biguni ukiwa maskini. Nani atakubali wewe huko biguni? Kama hapa ulipatiwa free ride, ukapatiwa mahali pa kuishi, you got nothing. Huko utaenda kukaaje huko? Na kule kunasemekana hakuna stress. Ukiulizwa hiyo maswali si unaekea watu stress. Bwana Yesu asifiwe sana. Work hard here and earn some points, kwa sababu utaulizwa talanta niliyokupatia ilifanya kazi gani? What did you do with what I gave you? I gave you hands. What did you do with the hands? I gave you eyes. I gave you the brain. What did you do with the brain? Togera guko kule ni kwerero. Hapa tafutia mali hapa. Tafuta kwanza ndio tukienda kule usemage ulikuwa na mali. Ulikuwa na kitu.
Ukifurahia utukufu wa baba kule mbinguni, at least una story utatuambia venye uliendesha kagari kazuri. No tuagithi kule tulia thini tugathikuga na goria thina tulite ulioletwo ni da na gogoni. Kana ndiraria uru. Naongea sense. Am I speaking sense? Yeah. Wacha hiki kiokoko ingine ya ujinga. Hii ati Yesu alikufa kwa msalaba, kwa hivyo there is no struggle. Hiyo ni ujinga. Ate anakolea, imagine umelala njaa. Watoto wamelala njaa. Mumefugiwa nyumba. Kila kitu iko out. Alafu anazibia anakolea wewe. Kayari yao gete-ini kiriku. No raireja mwaneja school fees hatiri wi muthini nduri na kindu ni ngai uriku ucio ugite-ini ukiria thina. What kind of a God is that? Our God is not a poor God. We are daughters and sons of the Most High, of the King of Kings. Mtoto ya Ruto sahi anachungwa. Hata akienda kwa choo kuna askari amesimama hapo ije anagojea amalize watoke waende. Katoto ka Ruto atakakijaribu kuhepa kana kihepa hivi, askari yako hapa. Kakienda hapa kwa sababu ni kama mtoto kanani? Ka king. Wewe mtoto wa king and you have nothing. What kind of a king are you speaking about? We are the sons and daughters of the king. Isaiah 45 inasema I will give you the hidden treasures. The hidden treasures. Nani amezificha? Kwa hivyo kuna watu wako nazo wamezificha. That is why God is saying nitakupatia the hidden treasures. Kwa hivyo nitawapokonya nikupatie. Sasa utapokonywa ugeyali ogete-ini we nyumba gwaku kirio ugithogonwo ni thina. No. To change, mami, we need to do this. We need to change this gospel. We need to make this gospel a gospel that is meaningful. Mtu akiona Mkristo unasimama na Ukristo, si kama mtu kingine kalikuwa kakinihubiria hapa nikiwa Mogeke. Kama mtu suruali hapo ukiangalia yani haijararuka, lakini ukiangalia unaona ile gini amevaa ndani ni hali ikaleta gini yakavudhuka huko. Bwana anasema uokoke, usipookoka utachomeka. Sasa ukiangalia huko na kiatu nikata ni ameweka huko chini. Sasa nikamuita kuja. Alipokuja akafikiria sasa nimekubali kuokoka. Nikamwambia kuja. Nikamuuliza niolete. Umekula? Akaniambia mtumie enyewe sijakula. Utabarikiwa. Nikatoa shilingi 5,000. Nikamshikisha kwa mkono. Ile language yote ya kuokoka ilikatikia hapo shwa. Nikamwambia sasa enda ukule alafu ukuje unipatie mambo ya Yesu. Alipoenda kikula ile murukaruko iliisha mara moja. Alafu kuna mahokas hapo pale Kirinyaga Road pale kwa mlima. Hizo mahokas wako hapo. Watu wote walikuwa muungike, nikaambia tafuteni trosa 5, shati 5, kila kitu 5 tumupatie. Tukampatia mashati 5, trosa 5, viatu pia 5. Tukamwambia enda kwa hiyo kuna choo hapo, enda uoge, uvae hizo nguo. Akaenda kakaoga. Kalipokuja mimi nilimhubiria Mogeke akasikiliza. You see? Sasa huyu ni mtu anazungumzia Yesu mkubwa. Lakini kwa sababu ya kukosa hisi nilimrecruit kwetu. Sasa hivyo ndivyo tuko wa Kristo. Hivyo ndivyo tuko. Showcase your God. Be powerful, be strong. Watu wakikuona wanaona kweli these are men and women of God. Lima nisichukue mashamba yote tumiliki. Mashamba, tumilipi maduka hizi zote. Waislamu wamekuja, wamechukua maduka na wachukua na kigogona. Ukiangalia jioni utawakuta wanatembea mbingu kafu, wakizunguka kwenye maeneo ya kwenu, wanazunguka kwenye maeneo. Miguu kafu, wanakamata anga, wanakamata ardhi. Wewe unasema tia na asheni adu akoma shogotire kodo maradi. Gotire kodo maradi na niyo marako hewera. Asho ndio wanakupatia wazi hata hapa Australia. Utakuta warokole, mapasta, mabishop, wengine ni waokofu wanaokoka kuliko Yesu mwenyewe. Utakuta wako hapo saa 7 wanafanya kwa mwili saa Mungu waja meha uja. Kuna mama ametoka Dadora, amewekelea getheri hapa kwa kichwa ya maharagwe, na hapo ndani kuna supu, na hapo ndani kuna chapati. Inataka chapati chafua.
Muhidi mwenye ameajiri watu 200. Mama wa Kedhelia anakuja na paki pale kado, anangojea saa 7. Nyinyi wote kutoka pasta, kila mtu anapaga laini hapo na kitabu anaandikwa, kwa sababu hawezi kuafford kulipa mpaka Friday. Naye mwenye kabuni anafuga milango, anafanya moduru kwa sababu ni saa 7, anafanya moduru, ana drive gari yake Serena, anakula sahani moja ya shilingi 4,000. Kabuni mzima ilikula do moja ya shilingi 800. Chafati chafua na unaandikwa. Si ati umelipa kazi, ule mtu ameenda ametoma, habebagi pesa za makaratasi, anabebaga card. Naambia tap. Si kuswipe kwa kuswipe bado. Siku hizi tuna tap. Inaonekana hauja ni kutap. Ni kufanya nini? Kutap. Anakwambia angalia simu yako, weke pin. Unaweka pin kwa simu yako, pesa zinatoka huko. Huyo ni muhidi mwenye hataenda biguni, na wewe utaenda biguni, uko na deni ya mama wa Dadora, na hujui kama alipika hiyo chakula na maji ya sewage. Na tunaenda biguni, hiyo biguni yako cancel. Huko utakataliwa haki. Huko utakutana na maoshi mwenye watakuuliza uradhi yako. Unaenda wapi? Wewe ulikuwa unafanya nini? Utamuelezea kabla hapana. Tafadhali enda paka pale tuulize kwanza kama unastahiki huko. Because if you are not productive, kuna vitu shetani Mungu anachukia. Anachukia mzembe na nani? Na muoga. Kama anachukia mzembe, do you think you're going to be accepted? Eti kwa sababu ulikuwa umeokoka? So let us tubadilike. Sijui ni kwa nini nimesikia niwaambie hiyo maneno. Sijui because I not planned even to speak. Nilikuwa nimejificha hapa chini. Nilikuwa kwa gari, si kwa timbali. Nilikuwa kwa gari, nilikuwa nataka kusikia huyu msee na nyinyi. Nione mtamchukua aje, na yeye mwenyewe lazima niokoje mpaka nikuje nimwambie anza. Nilikuwa nimekuja kufuta yeye kasi leo, nimwambie usiwahi simama, usikae simama hapa, nichukue mama kama huyu, kwa sababu huyu mama ni pastor. Na huyu mama ni pastor, ni mnabii kwanza strong. Lakini umangamigi hataki kufanya kazi ya Mungu. Si ni kweli? Si ni kweli? Muulize ni kwa nini hatakagi kufanya kazi ya Mungu? Ni kwa nini? Ni kwa nini? Orientation. Who is supposed to rent who? You are born a leader. You've always been a leader. But when you are told to do the work of Job, unataka kurudi one step backward. You've not heard the voice. Lakini nikikupigia simu nikwambie tuwe tukakule lunch, utasikia hiyo sauti haraka sana. Rudi kwa Mungu akusaidie. You can go far. Not you can, you will go. Serve God. God is there waiting for you. You are living with a devil worshipper in the house. But God has protected you. And it is a test that God gave to your life, because you were amongst the people chosen for the revival of the end time. Yourself. But always in your life you have encountered devil worshippers, wachawi, waganga. Kule kote umeenda, the best kumkutana na huyu ni rafiki yako, lakini lazima akuwe mchawi. Lazima. Because it is a test of your time. And you are so wealthy. You are so wealthy. Money, it is in billions. Because you are a kingdom financier. And you've been tested all through. Na unaletewa vitu mpaka kwa nyumba za kukuondoa kwenye ufalme, but umesustain, umeshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. So these devil worshippers are going to be removed from your life. And it will be painful a bit in your life. So that is it. That's the code we need. Let's work for this. Nami,
You are rejected. Every step, this woman, stand up. Every move that you make in your life must reject is first priority. Until hata umefika yourself umejireject. Umejinyima. This woman is a very rich woman. But amejireject because amerejectiwa mpaka mapanya. Unajua mpaka panya inakureject tu. Inakufanya mtu madharau. Inakupitia kwa miguu yako. Inaenda huko. Yeah? Akienda kupita hapa kwa machokura hapa. Ukipita hapa mwende na yeye lazima watamtusi. For apparently no reason. No reason kabisa. Watamuongelesha vibaya. Akienda kazini. I don't know you, but she's a very prominent woman in terms of quality of work. She is a performer. But nobody recognizes her. Hata akiperform namna gani. She either ajisubject kwa mtu mdogo kwake aseme huyu ndio ametuogosa, ndio ikubarike. Lakini akienda kuleta kichwa mbele hivi inawekwa paka chwa. Amejireject mpaka kwake kwa nyumba. Kwake kwa nyumba anakaa ni kama ni maskini. This woman. Ukigia nyumba yake hata wezi umwezi akwambia kazi anafanya na nyumba yake venye imekaa. You can't compare. Ukikuta house gari yake utamuuliza mwenye nyumba ako wapi? Yaani utaona house girl kama ndio mwenye nyumba, huyu ndio house girl. Lakini kwa mikono yake ni utajiri mtupu. Hebu fungua mkono wako hivi. This ni utajiri mtupu. She's so rich, super rich. But look at her. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to be able to understand your positioning. Understand your position. Don't worry about your grandmother. Don't worry about your grandfather. They were witches. Walikuwa wachawi, ni kweli? Yes. Na walikuwa nataka wewe ukuwe mchawi. Ni kweli? Ulipokataa walikurushia. Is that true? That is why you have always suffered from one point, suffered next point. Every step you make, there is suffering. There is suffering. But that suffering has come to an end today. Start living like a queen. Start living like what? A queen. And serve God with your whole heart. Kama ni kanguo kazuri, enda uvae nguo mzuri because you deserve it. Kama ni chakula mzuri, enda ukule chakula mzuri because you deserve it. Kama ni kanyumba kazuri, you go get the best house because you deserve it. And you got it. Lakini sio kujikuja. Najua sasa mimi hawanipedi. Sasa nakaa tu hivi. Kwa hivyo nitaendelea tu. Kai Mungu aliogeteine. Hakuna atakunyang'anya. Akiona uko na ujinga mingi atatoa yeke kado. Weka guo. Kama ni kaguo weka kaguo. Unaona venye na dress. There's no rehearsal in life. Vaa mzuri. Kama uko nazo kaa mzuri. Na kama hauna na uko na kidogo ya kwenda mkigole kwa kuna kamera, nunua ka t-shirt ka kamera ka 200 kazuri, ukivaa hivi kapigwe pasi na kasikati kata kama ni ka 200, unakanyaga barabara watu wanajua yes, that's a woman of God. Sio woman of God mpaka unatembea tahekea dogeke nipatie kikapu hii mpaka ati woman of God. Haka unashitwa. Na sasa hiyo wale watu hata hawajui Mungu wa mama. Unaona wanabeba gaje kibeti? Wanabeba hivi kibeti na wanaenda kukula muratina. Wameenda kukula inaita kwa juice, si juice. Inaita kwa tena monywa. Ngali akashufa. Waini. Waini. Unakuta mama kipoche amebeba hivi. Mesit. Kipoche amebeba hivi. Lakini wewe Mkristo na ukiona mtu akiendesha gari amepita amekurushia tumahi akasema hawa wamelaaniwa. Si tena tuliingia kwa sababu ya hiyo gari yake. Ngoja tutaona pale ataenda na ataendelea kuenda. Hajakwambia usinunue gari yako, ende ununue.
Mmebaki wa Kristo kulaani watu. Na nikukosa, mmekosa kufanya kazi, nikukosa kujitambua, kujielewa. Ukiona mama kama huyu anaendesha gari yake mzuri kile Jirova, lazima nuko na kitumia kibulage ndio tuite analiga na hiyo kigari hata si ya pesa mingi, ni ya 1.5 million. Na sasa hiyo unatembea mguu, umetoka industrial ya mguu baka jasho inanuka ukipita, na unajua value ya Jirova ni pesa ngapi. Na hauna hata baiskeli, hauna hata nini, ona do guruto kigotire kwanyu. Stop this. Stop this. Tell your neighbor, stop this. Yes, we are rich. We are daughters and the sons of the Most High. And the book of Genesis, you have been given dominion over the fish, over the bird, over the animal, over the trees, over everything that exists on earth. It is yours. Hallelujah. But this can only be understood by you if you read Deuteronomy 28, verse number 1 and 2. If you hear and listen to the voice of the Lord your God, and you diligently obey. Hallelujah. Can you read it for us quickly? Can you read ndio waelewe ndio nimalizie hapo. All this is compounded in hearing the voice of God. In hearing the voice. And that's why the word of God is what? Is understood by hearing, and hearing the word of God. Deuteronomy quickly. And it shall come to pass, if you shall... Okay. Hebu nisome Kiswahili ni King James. Kama utamtii Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote ninazokupea leo kwa bidii, Bwana Mungu wako atakuweka juu ya mataifa yote katika dunia. Soma ya Kiingereza. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently and the voice of the Lord thy God, if to observe, you shall observe and hearken diligently the voice of the Lord your God, what will happen? To observe and to do all his commandments. Observe and to do all his commandments, which have commanded thee this day, that has been commanded to you this day. Then the Lord God, the Lord, who? The Lord God will do what? Will set thee on high above all He nations will raise of the you earth. high above anybody on this earth. Then what will happen? And all these blessings shall come on you. And all these blessings shall come and do what? And overtake thee. And overtake thee. So it is only the voice you need to listen to hearken to be diligent, and every God who is going to raise you high above every person in this nation, and these blessings shall overtake you, shall come on thee, and then overtake you. Meaning the blessings will always be ahead of you. Overtake. And what are the blessings? Blessed shalt thou be in the city. You'll be blessed here in the city of Nairobi. And you'll be blessed in the field. Hata ukienda Keshagi utaweka tu utaweka kuku na sugura na zitanunuliwa na watu wako Amerika. Blessed shall be the fruit of thy body. The fruits of thy body shall be blessed. And listen here. The fruits of the body. Who is that? Watoto. Kwa hivyo nikakuta mtoto wako anavuta bangi na madawa za kulevya na ni msherati. Is that child blessed? No. So who is mistake? Is it the child or is you? It's me. So who are you as a pastor? Unafaa kuambia, nikikuletea mtoto wangu anavuta bangi na chang'aa, unafaa kuombea mimi ama kumtoto? Nikuletea mtoto wangu umuombe, what will you do? Yes, you leave the child to walk, pray for the mother, because hiyo chang'aa iko ndani ya mother, hiyo banki iko ndani ya mother, because Biblia inasemaje? Blessed shall be, okay, blessed shall be the fruits of the fruits of thy womb. Blessed shall be the fruits of your. So if your fruit is not blessed, you have the problem. Wacha kuniletea mtoto wako atanafuta bagi, ate mwana wako amani yako kile, mwana wako anafagia ranya, mwana wako hiyo acha hiyo, sinilete hiyo, sio beagi na kwambia kawe kuja.
Sasa hapo ndio kama nganga. And the fruit of thy ground, hata mchanga wako umebarikiwa, and the fruit of thy cattle, na ng'ombe zako, and the increase of thy kine, na kila kitu chochote chako unacho and the kitaongezeka. flocks of sheep. Namba hiyo nyingine, Blessed shall be thy basket and thy store. the basket and thy store. So what is the difference? Ngoje hapo. What's the difference of the basket and thy store? Blessed shall be the basket and your stores. What is the meaning of that? You are wrong. What's it? Ngoja. What's thy basket and thy store? What's thy basket? And thy store? You're damning wrong. Somebody else there? Pastor? Mm-hmm. You are somewhere near, but you are still wrong. Umeanguka. You're completely wrong. Ebu ingia kwa kipochi chako. Ingia kwa kipochi chako, nitolee pesa zote uko nazo. Ingia kwa kipochi chako, nitolee pesa. Leta zote. Somebody else? Lete. This is thy basket. She can comfortably give me and buy me a cup of tea. Ushoni wotoga. Hiyo ndio riches za kwanza. Ati I can comfortably take you to a hotel without paying. Thy basket is blessed. Thy store, you have an account in Equity with the money lying there ambayo haina kazi, inaogojea kazi patikane. Unaweza kuwa uko na pesa kwa banki lakini haikusaidii. You are still poor. Wale watu wanaendanga mean people. Kama Mogoko alikuwa anakunywa chai ya 20 na dasi ya 20. Lakini kwa banki yake alikuwa anabadili Equity. Alikufa kazi yake, sasa watoto ndio wanauana kwa sababu yake. You have it, the store is full, but your heart is poor. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa uko na pesa, kila daily unakuwa na pesa ya kukula na marafiki, lakini store yako hauna. So you must be blessed both, kwa mfuko ya kukula na watu. Kama hauna kitu ya kupatia watu, you are cursed. Kama tukikutana nawe uniambie nisaidie na 100 ukose, you are operating under curse. Hata kefao unafaa kukuwa na kefao tarikenyabe kohe. Unafaa kuwa hiyo ya kubariki mtu. Ukikuja hapa tukiongea naona niambia pastor, naona nikubariki hata kama na 50 hivi. Ni baraka kubwa kwa sababu umebarikiwa, na ukiona una ugumu wa kutoa 50, you are operating under a curse. If you cannot take mjamaa kama huyu kuja tukanywe gasha ina haha ama mnunue kauji because unataka kwenda kukula peke yako, it's because you're operating under a curse. You can have millions in your account but your brother is suffering. Your sister, daughter, watoto wa dada yako ama baba wamefukuzwa shule, but you cannot pay for their school fees. Yet you have 2 billion in the account. You are poor. The blessing, it is being able to express what God has given you to other people. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bueno, here mundo no heko kuni takame. Mungu awabariki, Mungu wa mbinguni awabariki. Nadhani nimewasaidia kiasi. Najua mko na stress za kwenda nyumbani, mmempoteza wakati wenu mwingi, lakini mkikuja hapa prepare, hapa ni kwa komada. Umesikia? Hapa ni kwa nani? Kwa komada. Na mninunulie chai leo. Mmetoa maruti sadaka? Baada sadaka.
Leteni. Unaikuwa nataka kuhepa na sadaka, lete haraka wewe. Tuanzie hapa. Kila mtu alete sadaka na mulete mingi. Na ubakishe yangu. Leo lazima munipatie yangu. Leo kuna kitu nataka kuachilia. Yangu. Piu. Hiyo haina kitu. Ukiona kipochi kinajiangusha peke yake. Kimekaa mpaka kimestuka kimejino kai kwa dhiri hata. Yes, lete kwa mikono yangu. Thank you. God bless you. Kuna till number. Ile vikaratasi mlikuwa mmeweka. Na mtoe hizo vikaratasi. Msiweke hizo vikaratasi hapa tena. Till hiyo ni account number 247. Uende kwa pay bill. 247 that is Equity. Alafu pay account number ni 239555. Leteni pesa. Thanksgiving. Thank you. Unakuta mtu anakuja pesa mpaka hataki kuangalia penye anaangusha. Ulipatiwa na muhidi hivyo na muhidi hata ajui Mungu. Weka noti yako nikabebte nikako. Nitwe dipo ni zako. Uko tu aroko. Kuna mahali unaweza kupeleka kwa sababu uko na twedi. Hiyo ni yako, jivunie. That is what God has given you. Si ati unashida ukijificha ati ginyati kwa huko kwa nini? Wacha ijue. Nimetoa. Hiyo ndio unaandika kioneki kiako na demwanene unaambia Mungu yeye ndio nakafita raka. Mungu kesho atakupatia nini? Lakini sio kukuja angalia kama sasa hino. Inaweza kuingia kwa ATM. Na imetoka kwa ATM ikuwe imenyoroka hivi. Mbona huko shule? Utarudi September. Ama ulitoroka na wewe utuambie. Yes baba, wamekuja kama nyingine? Na sasa mwili kwaje? Uko sawa kabisa? Ukikaiwa wewe kwa hadi kile ukaje tukahule. Wewe shule unarudi lini? Next week. School fees yako ni pesa ngapi? Uko na ngapi? Ningekusaidia kama ungekuwa na kidogo. Umekuja siwezi chukua. Mwili mwenyewe anakupatia kitu straight. Unakuja kuja jivunie hiyo kapete huko nayo ni yako. Be proud of that. Kanisa yake. Sima zinagaje kama anakupatia baada ya gida kingi. Ai. Yamia. Kuja. Habari zenyu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mbarikiwa. Naitwa Alvin Joroge. Mbarikiwe. Sasa unaenda wapi? Wafungulie verse moja ya Biblia kuniangusha.
That's my last born. Anasoma pale Green Garden. Anaenda shule sasa, ndiye amekujia baba nimpeleke shule. Hapana, lazima akuje. Anatambua babake. Anauzianga walimu uoga na unajua babangu ni nani? Baba, nachukua sadaka hii kama dhabihu takatifu kwa ajili ya walioitoa, kwa sababu wana kusudi na sababu za kutoa dhabihu hii. Ukaweze kuwabariki, ukaweze kuwainua, ukaweze kuwafungulia milango na madirisha jinsi ulivyosema tukujaribu tuone kama hautatufungulia milango na madirisha. Tusaidie tukujue na tukuelewe zaidi. Tusamehe dhambi zetu. Hii naibeba kama sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya mateso tunayoyapitia, kwa ajili ya mambo mengi ambayo yametuzingira katika jamii na katika mazingira mbalimbali. Utukufu Baba ni wako na nguvu Baba ni zako. Tusamehe tena na utakatuongoze. In Jesus name we pray. Somebody say amen. Therefore, as we agreed, as we did what? I'm giving 3 minutes. Wacha tukuongezea dakika moja if it is necessary. But if it is not necessary, wenda tu nyumbani. Oh, lete, tangulia. Kweli. Ukiona huyu ametoa kikombe ya chai, I've never. Tumekaa naye miaka yote, lete ni kikombe ya chai. Utanyige. Kweli. Wakwenda share lady wa kanitha. Hii nitawafundisha ni kwa nini nafanya hivi.
mimi nitambeba, nitampeleka nyumbani. Tulikuwa tunang'ang'ana. Even bigger than you, kwa sababu nikipitia kwako nipita. Unaelewa? Kama haukujua kudress vizuri, nitakuita kwa ofisi, tutaongea na wewe nikwambie, hii nguo ni nzuri lakini imekushika sana. Hii nguo ni nzuri lakini si ya kanisani, ni ya kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nguo ni nzuri lakini hii uende nayo kule sokoni, si ya kuja hapa kanisani. Nitakufundisha vizuri kwa upendo. Ama nikwambie tusaidiane, nikusaidie, at least nikuinue kiwango. That is why your pastor needs akuwe na tupesa kwa mfu. Najua naongea hivyo kwa sababu treasurer yako hapa. Yenu ndio hiyo. Hii ni yangu. Umeona? Sasa nikiwa nayo kwa mfuko, nikiona venye umekaa, nitarudi ka 1,000 nikwambie, shika hii. Ukipitia hapo hivyo ukiona kanguo kazuri, because I need, nikiona ni mbaya si nikukemee, nikufundishe kisha nikubariki nikwambie endo nunue tuko tuwili. Nimekuactivate. Umenielewa? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. And now may the grace next time ukisikia hiyo unasimama, tunaheshimu Mungu. Wacheni umang'aa ya kule mlitoka. Mrudishe umang'aa kwenu. Hapa lazima tumuheshimu Mungu. Si ndio? Wacha kuamuka, already ushaanguka kilasi. Hiyo ni utatoa sadaka ya kuomba msamaha.